Jesus, I cannot do without you, dear Lord. We cannot make it without you. Cannot power yet. It's the worst that you have ever prayed to not even touch it. What you have ever done. Even the book can fall.
Lord, we give you glory and we give you honor. We surrender all that we are, all that we have, we give it to you, Father Lord. We've come to know Ebenezer, my Father and my God. That truly Ebenezer, my Father and my God, there is joy in being in you. We'd rather be wasted in your presence. We'd rather, Abba Father, get lost in your presence. We'd rather lose it all for your sake. We'd rather give it all up for your sake. Father, King Jesus, my Father and my God, mapambo yetu vyoo vyetu tunaviweka chini Ebeneza. Majina yetu yaliyo na heshima tunaweka chini, mali yetu tunaweka chini, maarifa, elimu yote tunaweka chini. Tukutukuze Mungu wa mbingu na nchi. There is nothing of worth, nothing greater than serving you, nothing greater, Father, than worshiping you, nothing greater than being where you are. There is nothing greater. We surrender all. We find favor in your sight. Our Father, I'm asking, may we find favor in your sight. I'm asking God, you may feel us like you have never felt us ever again. That our Father, you may come upon us, your world, like you have never come upon us ever again. That your Holy Spirit, our Father, will fill us like we've never been filled again. Tunatamani mafuta mabichi siku ya leo. Tunatamani upako mpya Ebeneza. Mafuta mabichi Ebeneza tumwagilie siku ya leo. Tunatamani ushirika mpya. Utuguse mara tena, Mfalme mwema. Tunanyenyekea Mfalme. We surrender all. We give it all, our Father. We give it all to you. Have your way. We give it all to you. Take control. We won't stand. We won't stand in the middle of your will. We won't oppose your will any longer. We won't oppose you anymore. We say yes. We say yes. We say yes to you. You're good, you're amazing. You're faithful, you're excellent. And we bless your name this afternoon as we share your word, King Jesus. I pray, my Father and my God, that speak unto us. Minister to each and every one of us. We desire a personal encounter this afternoon. Our Father, tunatamani, our Father, to have intimacy, an intimate relationship with you, Jehovah God. May we receive a personal revelation, dear Lord, this day, for the glory and honor of your name. Be exalted and be magnified. Take all the glory, wonderful Jesus. Take all the glory. We surrender and we give all to you. In your name, Christ Jesus, we pray, trusting and believing in your name. Amen and amen. So, I'm welcoming you all to our lunch hour. Our viewers and those who are here with us, welcome. And I pray that at the end of this day, at the end of everything, is that hatutatoka jinsi tulivyoingia. Bwana Yesu asifiwe.
Unajua tunasemanga tutatoka venye tuliingia. There is two ways. You may go out better than you came in, and you may go out worse than you came in. Both of them hautatoka jinsi ulivyoingia. Bwana Yesu asifiwe. But may it be our desire that as we seek him, that may he be found. Bwana Yesu asifiwe. That as we call upon his name, may he hear us. Praise Jesus. So ningependa tusome from the book of Hebrew from verse 24. Hebrew 11 verse 24. And I will read. Unto Jesus, the mediator of the new covenant, unto the blood of sprinkling, that speaks better things than that of Abel. 25. See that you refuse not him that speaks. For if they escape not who see that you refuse not him that speaks. For if they escaped not who refused him that spoke on earth, much more shall we not escape. If we turn away from him that speaks from heaven, whose voice then shook the earth, but now he has promised, saying, Yet once more I will shake, not only the earth, but also the heaven. 27. And this word, yet once more, signifies the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. 28. Therefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. 29. For our God is a consuming fire. Bwana Yesu asifiwe. This word from verse 24, it speaks of the new covenant. Bwana Yesu asifiwe. It speaks of the new covenant that we have when Christ reconciled us with God. A new covenant was made, and Mungu akasema that a new covenant will be, I will form a new covenant, and my laws I will write it in their hearts. Bwana Yesu asifiwe. They will be my people and I will be their God. Bwana Yesu asifiwe. So when Christ died on the cross, a new covenant was made. That is the covenant between us and God. When reconciliation was made between us and God, a new covenant was made. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema that let us not run away, let us not turn away from God when he's speaking. Bwana Yesu asifiwe. When God speaks, let us not turn a deaf ear. Bwana Yesu asifiwe. Because maandiko inasema that if we turn a deaf ear, he says that once again he's going to shake not only the earth but also the heaven. Bwana Yesu asifiwe. And the purpose of him shaking again is so that he may remove anything that iko shake enye inaweza kuwa shaken. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko verse 28 inasema, therefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Bwana Yesu asifiwe. This kingdom that cannot be moved can only be accessed when we hear, when we learn to hear, when we learn to listen when God is speaking. Bwana Yesu asifiwe. When we understand that there is a covenant that was made, when we honor this covenant between God and us, Bwana Yesu asifiwe, then shall we remain to be unshakable. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says that, the Bible says that yet once more God will shake. Ni kumaanisha that alikuwa ameshake mapema, lakini once again he's shaking. Bwana Yesu asifiwe. Kuondoa anything that is shakeable. Bwana Yesu asifiwe. Now look at us. We are Christians. We come to the house of God, we do many things. But it is a question to ask. If God shakes right now, will I stand? Will you stand? Mungu akiamua kutikisa tena, maana anasema atatikisa dunia na hata mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kusudi lake la kutikisa ni kuondoa vitu vyovyote ambavyo vinatikisika. Jina la Bwana litukuzwe. So my question to us this afternoon is that will we be shaken? Will we be among those that will be removed?
Bwana Yesu asifiwe. Because the purpose of God shaking is so that remove anything that is shakeable. A stand, a backing na what is still standing. Bwana Yesu asifiwe. We can only stand if we are rooted in God. Bwana Yesu asifiwe. We can only stand if our roots, kama mizizi yetu iko ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mizizi yetu itakuwa tu ndani ya Mungu when we learn to listen to him. When we can hear him speak and obey whatever he's saying. Bwana Yesu asifiwe. That is only when the Bible says that be rooted. Bwana Yesu asifiwe. Let us admire, wacha tupende kukua mizizi yetu iwe ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So that when he shakes, so that akikuja tena kutikisa tena mara tena, because mizizi yetu iko ndani yake, we won't be shakeable, we will still stand. Bwana Yesu asifiwe. And verse 28 the Bible says that unto those, and the Bible says that therefore we receiving a kingdom that cannot be moved. Let us understand the kingdom that we are receiving. Bwana Yesu asifiwe. There are so many kingdoms in the face of the earth, so many kingdoms. But when God says that anatikisa mara tena, is so that hizi ufalme zenye si zake they may be thrown away, so that his kingdom may stand. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says that therefore we receiving a kingdom that cannot be shaken. Bwana Yesu asifiwe. Manake I believe we desire this kingdom that cannot be shaken. Sindio? Tunatamani this ufalme huu ambao utabaki. Manake maandiko inasema kuwa yote itapita lakini neno la Mungu litabaki. Praise Jesus. I am sure we desire to be among those who are standing. And the Bible says that therefore because you are receiving this kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa ufalme ambao tunatarajia ni ambao which cannot be shaken, cannot be moved. A kingdom that is everlasting to everlasting. Now God is telling us, how do we serve him? How are we to act? Bwana Yesu asifiwe. And he's telling us that we may serve him with reverence. We may serve him acceptably. And we may serve him with godly fear. Bwana Yesu asifiwe. Tumtumikie Mungu kwa ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Si kumtumikia Mungu. It is not just sweeping the church for the sake of sweeping the church. Let me sweep the church with a revelation. Bwana Yesu asifiwe. Let me do anything that I'm doing out of reverence of God. Bwana Yesu asifiwe. Let my sacrifice, any sacrifice that I offer to God, let it be acceptable. The Bible says in the book of Romans chapter 12 that, brethren, I urge you, give yourselves as living sacrifice. This is your spiritual act of worship. Bwana Yesu asifiwe. So tumefahamu ya kuwa we are also sacrifices. Na kama sisi ni sadaka tunafaa tukubalike. Maandiko imesema ya kuwa tunapaswa kumtumikia Mungu kwa njia ambayo inakubalika. Not in the eyes of men, but in the eyes of God. Bwana Yesu asifiwe. Not accept, most of the time we try look at serving God in the way that is acceptable in the eyes of men. But let us desire to serve God in a way that is acceptable mbele zake. Yani a sacrifice, let us desire that the sacrifice which we give to God iwe manukato. Bwana Yesu asifiwe. We give so many offerings. We give so many sacrifices. Bwana Yesu asifiwe. But we never take time to think about it. This sacrifice that I've given to God, is it acceptable? Bwana Yesu asifiwe. Because at times that which we think is acceptable before God, it is not acceptable to him. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi tunamletea sadaka mingi. Mara mingi tunampatia vitu mingi, lakini hahitaji that which we are giving. Because we have not taken time to listen to what he wants. Bwana Yesu asifiwe. We miss the mark of him blessing us. Bwana Yesu asifiwe. Because when you sacrifice to God, he blesses you. And the problem is that we keep on sacrificing yet we are not being blessed. Why? Our sacrifices are not acceptable. Bwana Yesu asifiwe. I'm not saying that they are bad. Bwana Yesu asifiwe. But there is always a need to inquire from God. Before you offer God something, muulize. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuache kujifanya. We love being tunajuanga sana. Najuanga Mungu anatakanga hii. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that our thoughts na thoughts za Mungu haziwezi shikana. As the heavens and the earth ziko separate, that is how fikra zetu na Mungu zipo. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. So let us not miss the blessings of God. Let us not miss seeing God because of us offering wrongly. Bwana Yesu asifiwe. Any sacrifice that we are giving, it may not be big, it may be small, it may be whatever, but muulize Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manake each and every person that sacrificed in the Bible sacrificed under what God alikuwa amemwambia sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. They did not just wake up and asema wacha nichukue kondoo, wacha nichukue and I'm going to sacrifice. No. God has said that I want this and this and this and this. Bwana Yesu asifiwe. So sadaka ambayo tunampatia Mungu wacha ya kukubalika. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says that kwa kuwa sisi ni watumishi, tumtumikie Mungu kwa jinsi ambayo inakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa jinsi ambayo inakubalika kwa watu, bali kwa jinsi ambayo inakubalika machoni pa Bwana. Praise Jesus. That is what God is telling us, because the kingdom that we want, the kingdom that we desire is one which cannot be moved. Na kama huu ufalme hautikisiki. Bwana Yesu asifiwe. There are things that we need to do so that as kama tunataka kubaki hapo, we may not be moved. Bwana Yesu asifiwe. Because if a kingdom is not moved, then the people within it hadi hao hawatikisiki. Si ndio? Ufalme hawezi kuwa hautikisiki na watu wenye wako ndani wanatikisika. No. If the kingdom is unshakable, then the people within that kingdom, they are also unshakable. Bwana Yesu asifiwe. And because this is our aspiration, because the Bible says that, therefore, for we are receiving a kingdom which cannot be moved, let us serve God acceptably with reverence and with godly fear. Bwana Yesu asifiwe. Wote hapa ni watumishi. It may not be in the altar. It may just be there. Bwana Yesu asifiwe. You may just be giving kadi za bahasha. Bahasha. Zile za tithe. Za watu kutoa sadaka. But you are still serving God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema hivi, ya kwa huo utumishi, in that act of service, let it be acceptable. Let it be with reverence. Bwana Yesu asifiwe. With reverence inamaanisha na ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Nisikuje niimbe hapa because of just singing. Wacha niimbe na ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Nisije nikapiga makofi kumsifu Mungu kiburebure. Wacha nipige makofi na ufunuo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema that where there is no revelation, the people strive. Where there is no vision, these people strive. Bwana Yesu asifiwe. Let us refuse to be aimless people in the house of God. Bwana Yesu asifiwe. Paul anasema tuwache kutupa ngumi kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Let us stop wasting the energy that God has given us in nothing. Bwana Yesu asifiwe. Kama tumeitwa kama watumishi, let us serve God how he wants to be served. Bwana Yesu asifiwe. Not how we think. Si vile ambavyo tunafikiria Mungu anafaa asaviwe hivi na hivi. No, how he wants to be served. Bwana Yesu asifiwe. Because this is not your kingdom, this is his kingdom. And in his kingdom it is not your will. Si mapenzi yako, ni mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inamalizia ikisema tunapaswa tumtumikie Mungu acceptably and with reverence and with godly fear, for he is a consuming fire. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. He is a consuming fire. So tusipomtumikia with reverence, if we fail to serve him acceptably, if we fail to serve him with godly fear, then trust me, we will be consumed by him. Yeye ni moto ulao. Na kama vile alilamba, ule moto ulilamba sadaka yote ya Elia, that is the same way God will just flush you out. Manake yeye ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. And he is a consuming fire. He consumes all wickedness. Bwana Yesu asifiwe. And us knowing, wacha tufahamu ya kuwa, just knowing that our God is a consuming fire, wacha tumuogope. Bwana Yesu asifiwe. There is nothing great as fearing God. It might not, unajua, most of the time we think that it is for the big people. It is for the watumishi wenye wanakuanga pambele kumuogopa Mungu. Lakini maandiko inasema hivi, ya kwa kila mtu amepatiwa huduma. Everyone is given a ministry. Bwana Yesu asifiwe. Each and every one of us. As long as you're called
as long as amekuita kwa jina lake, as long as amekufanya upya, you have a ministry in you. And because you have a ministry in you, you ought to fear God. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa tumche Mungu, manake yeye ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Tumche Mungu, manake anakuja kutikisa mara tena. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio utapata kanisa lilikuwa limejaa, lakini Mungu anatikisa kutafuta watakatifu wake. Let us strive to be among those, the remnants of God. Mabaki ya Mungu, masalia, wale ambao watakaosalia. Tutamani kukuwa the remnants of God. When God is shaking everything, when God is shaking the heavens and the earth, let us desire to be the ones who are remaining. Bwana Yesu asifiwe. Let us purpose, let us desire not to go away with the wind. Wengine wakitikiswa na waanguke, wacha waambie Mungu, I want to stand. And because I want to stand, I have purpose to serve you accordingly. I have purpose to serve you with reverence, and I have purpose to serve you with a godly fear. Bwana Yesu asifiwe. Here comes another thing. Most of the time tunamtumikia Mungu not with a godly fear, but with a manly fear. Bwana Yesu asifiwe. What do I mean by with a manly fear? Because our cheerleader is here, I will try sing in some way. I will try serve God in some way. Why? I want her to favor me. I want her to kuja hapa mbele aseme, Wamboi leo amefanya hivi, amefanya hivi. So, the moment we remove the fear of man, the fear of men, and replace it with the fear of God, that is when we'll start seeing God in our ministries. Bwana Yesu asifiwe. The problem is that God has deposited something good in every one of us. But the thing is, we fail to access that which God has deposited in us because we are not fearing Him. Rather, the fear enye tunafaa tumuogope tumepatia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unamuogopa mwanadamu zaidi kumliko Mungu wako. That is why I can be comfortable to go do something pale nje, but I cannot do that thing hapa kanisani. Why? Pastor ako. Bwana Yesu asifiwe. Na pale nje, you know, the Bible says that my people perish because of lack of knowledge. Let us have this knowledge that the eyes of the Lord, they run through. The eyes of the Lord sees everything. So it does not matter where I hide myself, the Lord will still see me. Bwana Yesu asifiwe. That is why He's telling you that serve Him with a godly fear. Bwana Yesu asifiwe. Hajasema just fear, angesema serve me with fear, but serve me with a godly fear. Bwana Yesu asifiwe. A godly fear is that which you fear God. Is that which you fear going astray. Unaogopa kutoka katika njia za Mungu. A godly fear is the fear that you only want to be right with God. Bwana Yesu asifiwe. Back at school kulikuwa na principals na head teachers na wenye walikuwa wanaongoza shule. Hatukuwa tunataka kucollide nao. Nini tulikuwa tunawaogopa, si ndio? Kwa sababu kuna ile authority wako nayo. I just wish we can understand the authority that God has. Tunakuanga so quick to understand the authority of men, failing to understand the authority of the Most High. He is a consuming fire. You know, most of the time tunapendana kwa associate Mungu na Mungu ni mponyaji, Mungu ni everything. I'm not against that. But I want to identify my God as a consuming fire. Because when I identify my God as a consuming fire, then I will serve Him with a godly fear. Nikimjua kama yeye ni mponyaji, nikaenda nitangatange huko nikigonjeka ndio ndakuja kwa Mungu mponyaji. Lakini nikimfahamu kama Mungu lao, nyakati zote, wakati wote, niwe niko mzuri, niwe niko mbaya, I will still serve this God with reverence. Why? Yeye ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. At times we limit God. We limit as in, it's like a cavil which we have tumejiwekea. Bwana Yesu asifiwe. We do not want to see God. As in, we want God without God. I want God because of this and this and this, but I don't want God because He says don't do this, don't do that. Bwana Yesu asifiwe. That is wanting God without God. Bwana Yesu asifiwe. And that is most of us in the house of God. That is most of us in the kingdom of God. And the Bible is saying that once again He's coming to shake. Once again anatikisa tena. In
Inawezekana maybe when he shook the first time you remained, lakini anauliza mbona mnaanza kwa roho mnamalizia kwa mwili? It is because he knew that it is a thing in us, ni kasidi in us kuanza kwa roho na kumalizia kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. So he's coming to check on those wenye wanamalizia kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. God is never interested on how you started. He's never interested. He's interested on how you'll finish the race. That is why anasema that after the race there is a crown, not before the race. Because kama tungepatiwa a crown when we are starting, all of us tungekuwa safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. But no, we must run. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna kuanga kiwanja na kuna kuanga watu wa kukimbia, kuna kuanga na lane zenye wanakimbilianga. Huyo mtu akitoka kwa lane apite katikati hata afike wa kwanza, hatapatiwa taji. Why? The race is not yet complete. Bwana Yesu asifiwe. So most of the time we love hurrying ourselves. Bwana Yesu asifiwe. Because I slept and God spoke to me in a dream and told me that, my daughter, I have anointed you. You are a mighty servant. You will lay hands on people and they'll get healed. Bwana Yesu asifiwe. That is the beginning of my race. And because I want a shortcut, because Mungu amenionyesha utukufu, and the process of God is slow. Mungu anakupelekanga slow by slow. Bwana Yesu asifiwe. Manake wewe ni dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa Mungu wetu is a consuming fire, this fire will consume you as the gold, so that you may be refined to be a perfect gold. Bwana Yesu asifiwe. But we do not want to go through this process of being refined. I want to, because nililala nikaota Mungu amenipatia kanisa ya maelfu na maelfu na maelfu, na naona if I follow the procedure of God, bado kanisa yangu ni ya watu wa 10 and I don't want to be there, I go astray. Yes, you will have that church of 10,000 people, even 20,000 people, but here is the thing, that crown that was yours won't be yours anymore. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that for we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Bwana Yesu asifiwe. You know, devil worshippers, you know, at times nonanga, these people have sense more than Christians do. These people recognize their kingdom very well. And that is why they are willing, they can kill anyone up for the sake of their kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Here we are, we do not understand our kingdom. We do not understand the kingdom of God. We are still toying around with it. Bwana Yesu asifiwe. Bado tunachezea ufalme wa Mungu, thinking that time is still on our side. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that the kingdom that you and I are receiving is one which is unshakable. Na kama yu ufalme hautikisiki, each and everyone that will be there must be one mwenye hata tikisika. If utatikisika, you won't be for that kingdom. Bwana Yesu asifiwe. And that is why Jesus says that, and kuna wenye walikuja wakisema, Lord, Lord, I did this and I did this, and Jesus said, I do not know you. Bwana Yesu asifiwe. Tutoe the veil yenye tumeweka mbele yetu. This net yenye tumejiwekea tuondoe. Kudhania that because of simple things that we do in church, the kingdom of God is ours. As long as we are not righteous, as long as we are not holy, as long as we do not follow his commandments, as long as we do not follow his will, the kingdom of God is not ours. We may do everything in the house of God. You may decorate the house of God however you want. That is your business. Bwana Yesu asifiwe. But as long as you are not working right with him, God is not a respecter of person. He does not care if you spent millions on his house. He does not care. Hiyo ni yako. Hiyo jiweke. Bwana Yesu asifiwe. What he cares is, did you do what is right? Did you listen to me? Did you obey me when I spoke to you? Bwana Yesu asifiwe. He is a consuming fire. The Bible says that he is a great and a terrible God. Bwana Yesu asifiwe. Our God is a terrible God. Because akitan na ghadhabu yake ikiwa, he is very terrible. And if you read this book of Hebrew, that is where nilikuja kuona God anaji-identify as the God of vengeance. And he is not hapigi maadui. Bwana Yesu asifiwe. He is not fighting those wenye wanakuendea astray, wenye wanakusema, wenye wanakufanya. He is not fighting them. He is fighting you who's not doing right.
Bwana Yesu asifiwe. He is the God of vengeance. He will not only fight your enemies because we love calling him God of vengeance because of our enemies. No. He will be a God of vengeance to fight for himself. He told you do this and this and this and you did not do. He is a God of vengeance. He will come. He says that revenge ni yake. Bwana Yesu asifiwe. He will take his own revenge. Bwana Yesu asifiwe. For the grace that you misused, he will take his revenge on us. Bwana Yesu asifiwe. He is a merciful God. I do not oppose. He is a loving God. I do not oppose. But he is a God of vengeance. Bwana Yesu asifiwe. Na akisema kitu amesema. Akisema atakupunish, he will still punish you. It does not matter if utavaa magunia atakusamea, but punishment is mandatory. He must punish you. Bwana Yesu asifiwe. That is why even the children of Israel, they sinned, they went to exile. They repented, but kwa sababu Mungu alisema mtaka exile till this time, hakuwa na watoa exile until that time is finished. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema, praise Jesus. And right now this afternoon he's saying that he is a consuming fire. Yeye ni moto ulao. Jina la Bwana litukuzwe. Tufahamu ya kuwa Mungu wetu ni moto ulao. So when I think of playing in the house of God, let me remember yeye ni moto ulao. Maandiko imesema na alaaniwe mtu yoyote ambaye atamtumikia Mungu kwa unyonge. Alaaniwe. Maana Mungu amekupa nguvu, unyonge unautoa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God has given us the grace. God has given us the strength. Ulaaniwe utakaye mtumikia Mungu kwa unyonge. Bwana Yesu asifiwe. Because he has given you everything. He says that his grace is sufficient. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Our God is a consuming fire. And because you are receiving a kingdom which cannot be shaken, a kingdom which lasts forever, the Bible says that serve God acceptably with reverence and godly fear. Some other scripture inasema worship God acceptably with reverence and with godly fear. Worship is our lifestyle. Worship si wimbo zetu tunakujanga kuimba hapa slow songs. Worship is lifestyle. Worship is just how you live. That is your act of worship. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible is saying that as you worship God, because worship is a lifestyle, let your lifestyle be acceptable, be with reverence of God, be out of reverence of God, and let your lifestyle be with a godly fear. Bwana Yesu asifiwe. When I talk, let me talk with you out of reverence of God. Let me fear God when I'm speaking to you. Bwana Yesu asifiwe. When I do anything, let me fear God, because worship is our lifestyle. Serving God is not only on Sunday. Serving God is not only on churches. Serving God is not only on churches. Serving God is even when you are home. Bwana Yesu asifiwe. Our service to God is not limited. Bwana Yesu asifiwe. Our service to God is not restrained as in ati mpaka ndio huu. No. You serve God in season and out of season. You serve God in the morning, in the noontime, in the afternoon, even late at night, you still serve God. Bwana Yesu asifiwe. And when we embrace and when we know that our God is a consuming fire, then we will be unshakable. And when we are unshakable, we will be tutafaa ufalme huu ambao utikisiki. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imesema when he's speaking, do not turn away. Bwana Yesu asifiwe. Do not turn away. Because people perish because of lack of knowledge. But for us as Christians, we perish because of ignorance. I listen and I brush it off. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuwaja na ujira wake mwenyewe, kumlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. You know, tukisema Yesu anakuja na ujira wake, unajua most of the time we look at, kwa sababu nimeshindanga church, naona hata malaika atakuja nitaenda na kumlipa each and everything. You must be accountable. I must be accountable for everything that I've done. Bwana Yesu asifiwe. And I keep on saying that after tumemalizana na Mungu,
What nataka nisikie ni well done my daughter, well done. That is what I desire to hear. Bwana Yesu asifiwe. Not get away from me, not go away. Sitaki hiyo. Bwana Yesu asifiwe. I was reading something and it was saying that be glad that maybe you are deleted. Maybe mtu aliangalia phone book yake akaamua kudelete. Be glad because it is not God who deleted you. Rejoice because it is not God mwenye amekudelete. It is just a person, it is just a human being as you are. Ameamua kukudelete. So rejoice that still God hajakudelete. And ask yourself, when he decides to delete you, where will you start? Mungu akiamua kunidelete, where will I start? Bwana Yesu asifiwe. Because anasema this step that I'm making, I cannot order it. Bwana Yesu asifiwe. He's the one ordering this step that I'm making. Ananiambia hadi kanywele kamoja. Imagine venye kanywele ni kadogo. Siwezi fanya igrow. Bwana Yesu asifiwe. What are you? What am I without God? Bwana Yesu asifiwe. Tumfahamu huyu Mungu. He is a consuming fire. He is a consuming fire. Let us not toy around with God. We may toy around with many things, but when it comes to God, let us not toy around with God. Bwana Yesu asifiwe. And the book of Ecclesiastes says that there are some sins which punishment yake inakujanga haraka, na kuna ile yenye inakawianga, so people get used to it and continue and continue and continue and continue and continue. Why? You think it is well. Because God didn't punish me and I did this and this, it is well, I can still do it. Ni kama Mungu hajakata. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni moto ulao. And his time is always the best time. I'm sure tunapendanga kusikia God's time is always the best time when it comes to blessing. But God's time is always the best time when it comes to punishing you. His time is at that point, and he will punish you really sweet. Bwana Yesu asifiwe. And he'll be very comfortable. Because the Bible says that when King Uriah died, God was still seated. Hakuamka. He was still seated on his throne. Bwana Yesu asifiwe. So even when he's punishing you, in as much as you've been a faithful daughter, in as much as you've been a faithful son, hatatoka kwa kiti yake. He will still be there. The angel will still be bowing. Bwana Yesu asifiwe. He'll still be God. But will you be the same again? Bwana Yesu asifiwe. He won't change, but you will change. Bwana Yesu asifiwe. Our God is a consuming fire. May we serve him acceptably with reverence and godly fear. Bwana Yesu asifiwe. Nasemanga, if I am not ready, if sija feel I am ready for God, wacha niachane naye kwanza. Hakuna haja kumchezea. Niachane naye, go do whatever I feel I am bado nimebakisha kufanya. And after I'm through, let me come to him. Bwana Yesu asifiwe. I'll ndamalizia hapo saying that may the Lord bless you. May the Lord do you good. And may his grace be upon you more and more and more and more. Bwana Yesu asifiwe. And may his favor be upon you. God bless you all. Amen. Thank you, Pastor Dori. God bless you for the powerful word. And may God continue to grace you with his grace as you continue to understand more and more in this mystery of the word of God. When I read the Bible, I discover that the word of God or the Bible is a bush, is a forest that you cannot be able to understand fully. Because the same verse you read today, tomorrow if you read it, you get a different understanding of the same verse. The same way, God will continue speaking to us in different. And that is why he said, some I gave to become prophets, others I gave to become evangelists, others I gave to become pastors.
Praise be the name of God. It is because this word of God, nobody alone can be able to understand in its entirety. We need to learn, and that is why we call upon people to come to learn the word of God. And you can only be able to understand the word of God by praying and fasting. Because the Bible itself is like any other. It's like a novel. It is like a James Handel chase if the word holy is not put there. If you read the Bible just without inspiration or being inspired by the Holy Spirit, it is as if you're reading a magazine, because you will not understand the actual meaning and the diversities in the Bible. So for you to have the revelation of the Bible and what it means, and put that revelation to the current situation you are in, then you need Holy Spirit to be able to guide you through. Holy Spirit can only come in if you are a prayerful person. If you pray and fast, the Holy Spirit will take control. And that is why when you are preaching, we call upon the Holy Spirit to take over us, to control us, to teach us, because that is what Jesus said to the disciples, that I have left you a helper. Because he knew very well that without the helper, you cannot succeed. Without the helper, you cannot know the mysteries of the Word of God. Because the Word of God is a complete forest, a thick, complete forest. I can equate it to something like equatorial forest in West Africa, where you can go like countries like Kenya, Kenya, and it's complete forest. And remember, there is this airplane, the KQ, that fell in Douala, and it took several. I don't think they have ever achieved retrieving it. They never. And it until today, because it is a bush that no man since the creation of earth has ever penetrated there. And that is what the Bible is. The Bible is completely a bush. That today you read it, the same verse, tomorrow you read, you get another revelation. Tomorrow you read the same verse again, you find another interpretation of it. The same verse a preacher in Kenya will preach and you get healed. The same verse a preacher in America will teach and you get some good different. Praise be the name of God. So for you to be able to understand the Bible or the Word of God, you need the Holy Spirit. And for the Holy Spirit to come, you must be a prayerful person. You must be that person that prays. You must be that person that sacrifices. As I was listening to Pastor Doreen, I heard she's talking of a God that is a consuming God. So many of us doesn't like that God. Me, one of them, I don't like that God that is a consuming God. And the other day, when I was reading some scriptures, I discovered that we only do prayers to thank God because of what He has done, the good things He has done to us. But sometimes we don't thank God because of the persecutions we are going through. Because some of the persecutions that we are going through are allowed by God. Some of the difficulties and challenges we face, God allows them so that He can prune you, purify you, and make you a good thing. Because when I understand about the Bible talking about being purified, so many people want the end product, but the process to the end product, we don't want it. So many people want the gold because they want to be associated with the gold. And they say, my God is a goldy God. My God is a provider. My God is the owner of gold and silver. But you don't tell people that for that gold to be a gold, that gold of yours must have purified it and made it to become a gold. And how a gold is made a gold? Is it by digging and then you assume this is the gold? There is a pure process, a powerful process from the ground. Then if you look at those people who produce it from the ground,
and meet them somewhere as they are doing the job, you will hate them and you will not associate them with what it is called the gold. And again, you come to us, then you find that there is this person who takes it to the fire to burn it so that the pure gold can come out. We like the end, but we don't like the process. Because the process is not good. The process is not pleasant. The process is a way that not many people want to understand. Someone would want to drive a Mercedes Benz. Someone would want to have a big church, a mega church, like Benny Hinn, like TB Joshua, like TD Jakes. They have mega churches. But ask yourself, did he find a mega church waiting for him? Was that mega church just found there? Was it there just waiting for him? The process is very important to understand. How did he come to the mega church? First of all, it is him. The vision was revealed to him. So the mega church starts with you, whom the vision starts. The mega business starts with you, whom the vision is revealed to. The good family, the righteous family, starts with you who got the revelation of the vision. And the next person is the one whom you speak to about your dream. That is now number 2, mega church. Hallelujah. So many of us, we want to how to get into, and you find a church like this one is full to capacity, and you want to become a pastor, and you want to control everything because God has spoken to you, that He has made you, has spoken to you to join the church. Hallelujah. But before you join the church, before you join any other business, before you join any venture, get to understand the history of the venture. Get to understand how did it come to be there? What is the history behind what you are doing now? What is the history behind your family? Because if you don't understand the history behind your family, then you will not understand the family, what the family has been called for. Because each family got a calling. And this calling, that is what now comes in. We find long time ago in our traditional ways, our families, we have families who are potters. Hallelujah. And there are families who are doing the metal jobs. And there are families that were hunters. And there are families that were doctors. There are families, every family had a calling. And in fact, even today, all our families got a calling. And this calling is what you need to understand, because if you understand the calling of a family, you will not struggle, because you find yourself doing the right thing that is supposed to be done. Some of us are struggling because the process of understanding what is the calling in a particular family, what is the calling in a particular man or a woman, what were you called? How were you called and why were you called? If you understand what you are called for, how you are called, and when were you called, you'll be able to understand some of the problems you are facing will not be a big problem. Hallelujah. You can understand like now the month of July, everybody is feeling the coldness. Why? And in June, they were also like that. March, May, nothing was like that. But now July, it is very cold, everybody is shivering. Why did God plan that July in Kenya will be having that coldness and not August? What changes? Is it a month? And how does the coldness detect this is July and this is August? So those are dynamics of things that you need to understand, so that for you to call yourself a Christian, because you need to ask yourself, what a Christian? Who is a Christian? After you ask yourself who is a Christian, then ask yourself, what is Christianity?
And after asking yourself what is Christianity, ask yourself, where did Christianity come from? So that you can understand what you are talking about. You can understand the teachings you are teaching people. You can understand what you are talking, the master you are talking about, the Jesus you are talking about, the authority you are talking about. You need to understand its roots. Then once you understand its roots, then you'll be able to preach and stand firmly, because when you belong and when you know where you've come from, it becomes a belonging of yourself. Whatever, if you understand the foundation of this church, you belong to this church. If you understand the foundation of the nation Kenya, you understand the country Kenya, and you become a Kenyan. You cannot become a Christian if yourself, you don't understand what is Christianity. What is the origination of the name Christianity, and who coined the name Christianity, and why Christians are called Christians? Because there's a history behind it. Why is Jesus Christ called Christ? Whom gave him the name Christ, and what is the meaning of the name Christ? Why was he called Emmanuel, and who said then he changes, he becomes Christ, and who said to that he becomes Jesus Christ, and who gave him those names? And then after that, how did Christianity come? Why are you a Christian? Because everything that we do in life got foundations and got several different dimensions of understanding them. If you understood who is a Christian, then you will not be behaving the way you are behaving. If you understood what kind of a Christian, how does Christianity look like, then you will be able to understand where you are and what you are and where you are headed to. Because what is Christianity? Christianity emanates from the name Jesus Christ, or Christ. And then the people who hated Christ, they nicknamed the followers of Christ and called them Christians. So the origination of the name Christians, or the coining of name Christian, was not a positive one, but a negative one. Hallelujah. I don't know whether we are getting together. Whoever that called these people that these are Christian, they were pagans. They were people against the teachings of Jesus Christ. These are the people who crucified Jesus Christ. These are the people who wanted to kill the mission of Jesus. Then they called and they say, "Hi, these are Christian." And it was a mockery. Put some base here. There was a mockery. It was a kind of a mockery. It was not positive. The origination of the name, whoever coined the name Christianity, that was not positive. Hallelujah. It was negative. Now come to the Christian now. You who was coined out of a negative motive. How do you behave as a Christian? How do you live as a Christian? Do your living resemble the teachings of Jesus Christ, or the meaning of the people who coined the name Christianity? Hallelujah. What kind of life do you live? The life of who coined the name Christianity, or the person to whom they associated Christianity with you? Because those are two things, different things. Whoever coined the name Christianity coined it so that it may look like it is a mockery. They didn't mean well. They wanted to identify those people so that they can be persecuted. When I was Mungiki, we were identified as Mungiki, and Mungiki, everybody who was dirty or had some dreadlocks or was not clean, every young person was called Mungiki. And so many people died, not because they belonged to Mungiki, but they died because they were not looking pleasantly. They were not clean. They had some dreadlocks. If it was this same person like Buju, would be dead. If
it was this time, so many of you, I'm saying, you're wearing the Rodelex, you'll be dead, because that was one thing that they looked at. Number two thing they looked at is tobacco. Hallelujah. They killed only Kikuyus who were sniffing. Sniff the tobacco. They killed all the Kikuyu young boys who were doing so. But they didn't kill Maasais, and the Maasais were doing the same. They didn't kill Turukanas, and the Turukanas were doing the same. They didn't kill Wakambas. I know Anita would just say Wakambas, Matie Nusa tobacco. Lakini it comes from Mukambani. The best one comes from Mukambani. But the Kamba people were not killed, were not touched. The Maasai people were not touched. The Turukana people were not touched. But the Kikuyus were killed. Because it became an identity that these people, they take a slave, meaning that Kikuyus previously never took it. But in fact, it is the Kikuyus who started the culture of the tobacco. Praise be the name of God. But because they decided to brand, and that is how when the devil comes into your life, he decides to brand you a prostitute. He decides to brand you a thief. He decides to brand you and give you a name so that he can use the name to kill you. Hallelujah. They use that name to kill you. And they give you a name because the name they are giving you will perfect and they will work within the parameters of what they want to do, the persecution. They branded Christians because they wanted to kill Christians. And that is how Akina Stefano died. That is how all the disciples of Jesus Christ were persecuted, because they were called Christians. They were called the followers of that man that we killed. Hallelujah. So the name or the branding is a sure way of the devil identifying you so that he can finish you. And one thing that the devil uses to identify you so that he can kill you is fear. He will start by creating fear into you, and that is why you can see when Jesus predicted that the body is dead, he told Peter, before it is done, you will deny me 3 times. Peter acted out of fear, because when they came to Peter, they asked Peter, who are you? Are you not the man I saw you with? I say no. I saw you with this man. He said no. I saw with this man, he said, and then he remembered. He started crying and ran away. So fear is a foundation of all the problems we have, and that is when God gives you a mantle, when God gives you a family, when God gives you a business, when God gives you a ministry, when God gives you something to start, one thing he gives you, he tells you, do not fear, for I am with you. That is what he told Joshua. Do not fear, for I am with you, because it is fear that is used as a ground to destroy what God has put in you. Because what God has put in you is a mystery. What God has put in you is not understandable. If I tell you I didn't understand what I'm going to preach here, you will say no, but I didn't understand. I didn't know what I'll come and preach. I knew I would be doing something to do with how to win spiritual battles. But sincerely speaking to you, I didn't know how it will come. If you ask yourself yesterday before you go to bed that you will wake up in the morning, you will not tell people how you will wake up in the morning, because the night when you sleep, you don't know, you just lose yourself until morning. And that is what the devil now comes and perfects, to make sure that he controls, he manipulates, he destroys you. The moment he makes sure that the mind is destroyed, it is the beginning of the destruction of your life. The devil touches, and that is when that the Bible says in the book of 2 Corinthians chapter number 4, verse 4. The God of this world has blinded the mind of the unbelieving, so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. What is the target of the devil there? Is to blind you
Once you are blinded, the gods of this world has blinded the minds of unbelieving. So you must have been created to be an unbeliever. And to become an unbeliever does not mean you are not a Christian. To become unbeliever does not mean you are not a pastor. To become unbeliever does not mean you are not an elder of the church. To become unbeliever does not mean that you are not married. You can be married, but you don't believe in that marriage. Because the acts, the things you are doing does not conform with the marriage. You can be a pastor, but you don't believe with what you are doing. Because your ways of walking and living and your standards and how your characteristics, they don't go in tandem with what Jesus is telling you. Meaning that you don't believe in the true teachings of Jesus Christ. Because the true teachings of Jesus Christ does not go in one direction to what you are doing. And that is where we men of God, we have deviated from the will of God and are doing the will of our own hearts and our own desires. We are doing the will of our bodily thinking. Because our mind has been corrupted. And when the mind is corrupted, it means you don't walk in the light, you walk in the darkness. That is why you will get into a house and find your wife and abuse your wife. Or even your wife who comes and abuses you, and the following day you are both in church. Hallelujah. That is why you will find a pastor who will stand here preaching the word and the gospel in power and authority. But when he goes down there, things are different. That is why somebody will come and prophesy, and the church will be saying, prophesy. You say, can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. But indeed, what is being prophesied is prophelize. Hallelujah. And somebody will be at the altar and you don't get scared of the punishment you can get in the altar. That was what Pastor Doreen was teaching. About the God, you will cry to God because you have sinned and sought for God forgiveness. Yes, he will forgive you. But if he has decided to punish you, whether he forgives you, you must go through the process of being punished. You must be beaten. Lazima utakula viboko. Utanyoroshwa vizuri. Kama aliamua utakunyorosha, atakunyorosha mzee. Aliamua atanyorosha Daudi na akanyorosha watoto wake. Na akamnyorosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Until when David was crying to God, akasema, oh God, ukinichapa mimi utanimaliza maana sina kwa kutorokea. Bwana Yesu asifiwe sana. When he decided that he's going to consume Sodom and Gomorrah, he decided, and when they pleaded with him, no, he called and asked them, give me only one person. One person. Only one person. And there was none. Hallelujah. Ask yourself, what's the foundation for you to be able to understand the battle you are winning or the battle you are losing? Why do you lose every battle you engage? Why have you lost your marriage? Why have you lost your business? Why have you lost your meaning and your stature in the society? Why you are no longer valued? Why do people just look at you and they see another man, and previously they used to see a man of God? Because you've lost a spiritual battle. And when to lose a spiritual battle starts from your mind. It does not start from your body. You will not start sleeping around here with women and men if it did not start from your mind. The platform is the mind. So the devil will corrupt the mind and destroy your mind and the foundation of your mind, so that once they destroy it, they lay their foundation and make it look like it is them controlling your life. That is why you see so many of us preaching the word and doing everything that you want to be done. But if you look at our deeds, we are just completely out of date.
We are completely not there, because we preach what? We preach water as we drink wine. Hallelujah. A Christian in the church is different from the Christian in the estate. Hallelujah. If you go to plots for those who live in the same plot, and the one mama goes hangs the cloth on somebody, on another Christian's wire mesh, and then this woman comes and finds the clothes, she wants to hang her clothes, and she asks the come and remove this one. Then you say, Sitoi, utatoa Sitoi. Ni uko mbona wewe? Ni wewe utajua mimi ni Mkamba, mimi ni Mkamba. Na anasema jaribu kuuza jua mimi ni Mkikuyu. Na hao ni watu wanaenda fellowship one. Fellowship moja. Ni Wakristo, anaitwa Mary na huyu mwingine anaitwa Elizabeth. They have been baptized. Lakini ikifika kwa Hana inakuwa ni utaniona, inakuja nitaniona. Utaniona. Umenizoea. Wewe mwanamke umenizoea vibaya. The next meeting, the next minute tunasikia boom 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 boom. The next minute wako polisi wanaenda kusema hii takataka ya mwanamke imenizoea. Alafu the following day bagi yako imebeba kibibilia kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wadugu, tangu jana Bwana ameniokoa, amenilinda kwenye utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia tu kumpenda, nasikia tu kunyenyekea ndani yake, maana anafanya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ukubariki sana na aendelee kukuongoza. Tunaambia wale ambao wanamwamini Yesu watauona ufalme wa mbinguni. Sasa unashinda, ni Yesu mgani unamwamini? Ni Yesu wa jana ama ni Yesu ni Yesu yako Biblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Yesu ulimweka wapi? Yesu aliyekwambia kwa mpole atakupigania vita. Kwa mpole atakushindania vita zako zote. Aliyekwambia ukipigwa hapa patiana pia hapa paja lingine likapigwe. Huyo Yesu alienda wapi? Ama baadaye ulimuona akamwambia, "We Yesu, takajiga Yesu de hani nyumenya jeta kwa jari." Let go. Atende. Aidi. Hapana. Inywe kwa jakeroho. Inywe akeroho mukoro mugite haraina linaye likae likonanta liboka. Alafu kitoka pale usasema, Jehova yatawa mjehova wana nawaita. Tita yako ni wachoro. In the book of Ephesians, I want us to divine the gold of this world, that is Satan. Ephesians 2 verse 2. The prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Hallelujah. So you can still be a Christian but be a son of disobedience. How many of you are in church but they don't listen to their pastor, to their spiritual leader? How many of you are in church and you don't listen, you don't obey your husbands? How many of you are in church and you abuse your wives like rats? How many of you are in church but you don't look at your family as a family worthy to be taken care of? But you are leading the church. You are the best tither. You are the best giver. You are the most humble woman or man in church. You are the most good, the most trusted mzee wa kanisa. The most respected mzee wa kanisa. Oh, Rina mama Riza akishika microphone anasema mimi mzee wa kanisa rika maraza yandu. Lakini ukifika kwake huyo mzee akiingia unakutanga mpaka nyumba mpaka na umbwa zinajua mzee ameingia. Unakuta umbwa inakunja mkia, na kama umbwa imefika kukunja mkia na watoto je? Na huyo ni yule mzee alikuwa amebebea bishop Biblia akipeleka kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni yule mzee
Alibebea bishop hivi Biblia, akaiwekelea pale na hadi kachifu mzuri na taweli ya kupagusa akaiwekelea pale. Ni huyo mzee peke yake ameruhusiwa kukanyaga madhabahu, maana madhabahu ni mahali patakatifu. Lakini akiingia kwake mpaka umbo zinajua mzee wa nyumba ameingia. Akiwa huko faragani kwa watu, ni mzee mtanashati, mzee mzuri, mzee mwenye heshima, mzee ambaye hajapungukiwa, mzee ako na mali ambazo ni tayari kugawiwa watu wale wengine. Lakini kwake hata nyama nuo taragane nyama shiga na shikoleyo etina geti agulire kilo 5 sigaigwa friji siketinyo gashuje gaka anajua watoto ni 5, kanyama kamoja 1 2 3 4 tunakata. Hivyo ndivyo walikuwa baba yetu walikuwa anafanya. Sasa ikosekana nyama moja, mama atasema nilienda wapi? Nilienda hapa Webuye kwa bishop rafiki yangu kuhubiri huko. Sasa mimi sikujua, najua wewe ni Mluya. Ni Mluya yako wapi hapa? Kuna hii nyama kaigagio kanaitwa imondo. Kumbe imondo ni ya wababa mwenye boma. Bwana Yesu asifiwe sana. So tulikuwa nimepelekwa na Pastor Don, tulikuwa tumeenda na Pastor Don. Na Pastor Don tulikuwa tumeenda na mke wake. Mke wake ni kutoka hapa Gatodo. Sasa kwa sababu ananiheshimu kama baba yake ya kiroho, kitu ya kwanza alienda akanipakulia, ni Mkikuyu yeye, akanipakulia imondo. Kwa sababu mama mwenye nyumba, mama mke wa bishop aliruhusu mke wa Doni atafanya nini? Atusavu. Mama alienda kwa kisafuria kuya, akatoa kaigagio, kwa sababu nao hapa kaigagio kanapendwa na wazee. Akatoa kaigagio nikatafuna vizuri sana. Sasa bishop ndiye alikuwa amenihost na mahubiri yaliishia hapo. Bishop alikuja kama amenawa mikono tayari kukula imondo. Akafika hapo sasa, alikuja akakuta sasa ndio nakararua. Anasema, mchungaji, hiyo ni nyama gani unakula? Nikamwambia hii kwetu tunaitaka kaigagio. Mama Vilisa, kuku iko wapi? So mimi kumbe nilikuja kujua kuku imondo ndio kuku, hii ingine si kuku. Akaitisha kuku iko wapi? Mama akasema wacha niende. Kwenda kuangalia hakuna. Akauliza bibi Adon, ile imondo iko wapi? Nimepatia mchungaji. Mchungaji, umekuja kuingia kwa boma yangu na unatawala kwa boma yangu. Haijapatikana hii duniani. Siku hiyo mimi ndio nilikuwa nihubiri jioni. Nilisafiri kutoka Webuye, nilirudi Nairobi na mafundisho ikaishia hapo, kwa sababu that is as a god to him. If you eat that, umedharau boma yake, umemnyang'anya mke, kwa sababu inakulia kwa na mwenye nyumba. Kwa hivyo mwenye nyumba kama kitu yake imekuliwa, ni kumaanisha kuna relationship ya wewe. And that is how we lose battles. That is how we lose our spiritual battles. Because we have made some small things to become our gods. Because I was stopped from preaching because of something that is of no meaning. Nilituona juzi hapa mtu mwingine ameninunulia hapa twigi. Na ukienda pale Kawagware tumepagwa kwa barabara na miguu ya kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Abuye anapitaga hapa anachukua kadhaa. Unajua the good thing miguu ya kuku haina waste. Haina waste. Ukikula unakula yote. South Africa bahari nilienda panaitwa Pretoria, panaitwa Sun City. Kuna Wakikuyu wanakaa huko na watu wa huko wanaziitanga maharahara. Maharahara ni gold. Miguu ya kuku ni gold. Kuna mahali ni gold. Wende Kawangware maharahara ni gold. Sasa huko South Africa niliwepikiwa. Yaani hiyo ndio kitu walinikaribisha nayo. Sasa nikauliza, nilikuwa nafikiria ni kitu kingine wanafanya. Sasa ndio niliona nimepakuliwa kibakuli kikubwa maharahara. Sasa nilianza kutoa tunyama venye tumezoea na Ukikuyu.
Akaniuliza, what is wrong with you, man of God? We this is how it is done. Inakuwa unga. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you look at yourself, you look at the life, there's some other people who look the same life in a different. So what is a common denominator in this thing? The common denominator is understanding the ways of God. Understanding why God has created you. Because some of us will fight because small petty things. And why will we come to that conclusion of fighting because of these small petty things? It is because we don't understand the word. And if Jesus had not the knowledge, didn't have the knowledge of the word, the devil could have easily swayed him to believe it is coming from God. When Jesus came from a 40 nights and a 40-day fasting, the first thing he encountered was the devil. And most of you who are now being taught about fasting, you must understand that. When you come from the prayer mountain, you don't meet with God first. You meet with the devil first. The day you come out of the prayer mountain, the day you decide this is the end of the day of my prayers, after going for 7 days, for 10 days, for 20 days, for 3 days, the first step once you get out of the place, the first person you meet is the devil. And he comes with nice things. He tells you, welcome to this world. Pole sana kwa maombi, unaonekana uko na njaa sana. Pole sana. Anakutuliza. That is what he told Jesus. That son equals son of God. It is written in the book. How ukijiagusha hivi malaika wanakuja wanakubeba. Is that not true? Is that not true? Akawaambia, son of God, tani mawe ikuwe chakula na watu watakula, maana uko na power. Is that not true? Si ni kweli? Hallelujah. So he spoke of what is true. But you need the word of God to discern. Because Jesus used the same word, the same Bible that the devil was using to discern and tell the devil, it is also written that man shall not live by the bread alone. Hallelujah. It is also written that you shall not try your God. You should not test your God. But we Christians, the today Christian, do we have that time? Have we been taught the word of God? Do we understand how to pray? Do you know how to pray? Or have you been now laid on a foundation that holds you, that even you don't want to pray? Because if I say today ni siku ya spiritual impartation, naachilia magari, naachilia manyumba, naachilia vifunguo, everybody will be here, the whole will be packed, but tell them to come and pray. Mtoto aligojeka, wengine mtoto alikohoa, wengine gari yangu, nilikuwa napeleka gari yangu service. Lakini tangaza siku ya kesho watu wakuje, ninaachilia vifunguo, naachilia mataito, naachilia kazi, naachilia hii. Na sasa hiyo sauti inajua inakuanga ya mgurumo, wakati vitu zinaachiliwa ni mgurumo. Unakuta hata vitege zingine hujawahi ona, na uliorogo maduri zimewekwa kwa kichwa. Kiona mama kule wameng'ara na vibeti, unajua mabeti wa mama wale wako na pesa. Hata ikibeti yako, wale wa mama wako na pesa na wako na roho mingi, hawabebagi hivi, unabebaga hivi ama hivi. Mama wa siku hizi wale wako na domo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitaka kujua mama hana do, kibeti naweka kwaje? Ama hapa hivi. Hata anashikilia kwa sababu ni 500 kako wapi? Hata ukimwona yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ndio utawaona wakisikia kuna baraka zinaachiliwa. Ndio utawaona wako na vipochi unakuja. But ask them to understand, to learn the word of God, to understand, to know how to get closer to God. Because the spiritual warfare is not carnal. The spiritual warfare is not physical.
The spiritual warfare is not how you know, which school you went, or how good your father is, or what kind of your family you come from. It is not, does not understand that. When you are in a spiritual warfare, you start by understanding the foundations that have been holding you back. Because some of us are in battles that are the foundation of our families. Some of us are in battles because of our own acts, the deeds, the things we did. When I discovered what I used to do in Mungiki, I went to my spiritual daddy and we talked. Then he told me and taught me how to do it so that I can come out of it. And the day I came out of it, I was able to start preaching the word of God. But previously, remember, I used to go preaching when I used to be the Kina Elizabeth. We could go to Kibera and the things could happen, miracles could happen. I remember one day we went, a wind came from nowhere. Ilinyanyua tent ikapelekwa about 500 meters huku. Tent iko na machuma zake, ilinyanyuliwa ikaenda juu. Tusipika tuling'olewa. Yani hauoni ni nini inang'oa. Kalikuwa kamwenda wa simu tu kalikuja. Kakaniambia, "Na kana shilingi 500 kana dola nye mshamani yoyo wako." Sasa mimi na umongeki yangu nikamwambia, "Nakuja kusimamisha nini mkutano ni ambia toa hapa wewe mama yako." Sababu nimejawa na roho. Sasa nikoma dela akoma, nikoma. Mama wacha ujika. Toa ujika yako hapa. Tajua tu tumefanya uzi. Mama kutoka tu hivi niliona tenti iko juu. Maspika zilikuwa juu. Kila kitu ilikuwa juu. Watu wote kiwanja ikakuwa scattered. Tuliwachwa bila. Tuliwachwa bila. Kamama kakaenda kakasimama pale. Tafanya uzi. Because I think sikuwa najielewa. Na sikuwa najua jinsi ya handle mambo ya vitu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nafikiria ni ile tu fujo yangu, kupigana. Mtu akikuletea fujo na unang'ang'ana mpaka unatoboa. But I was silenced. Kutoka siku hiyo nilifunga crusade. Sijaifanya crusade nyingine. Nikaenda kutafuta baba yangu wa kiroho. Kwa sababu I never seen. Unaona tent ya 200 sita iko kwa hewa na chuma hazichomoki. Unajua ni chuma siri ni kile iliyogo. Itirago wa chuma ihangete kule igoro. Atumia huyu anapiga magoti, kupiga magoti speaker ndio yuko mgongo mpuu. Na mtu mwingine amekaa kwa nyumbani tu, kwa nyumba. Amekaa nyumbani na tabia na ngojea kusikia ile maripoti itatokea huko. Yani kutoka nitoke nyumbani, kumbe there was monitoring spirits ndani monitor venye naenda. Tu speaker nilikuwa nimehaya, ilikuwa 200,000. Tukaletwa tu speaker haka kama kare tutatu. Na kantuye ka mixa kingine tuwe tuwa kucheza kwa bar. Nikaambiwa ni 200,000. Ni per day. 200,000 ni per day. Nikauliza tungeenda tununue hizo mashini tu. 200,000. Kidogo ndio hiyo. Kama mama kalikuja. Alafu kabla hii kitu ifanyike, mvua ilimwagika. Kama dakika 2 kaupepo kale kakakuja, kale kanaitagwa mashetani ya mama kakakuja. Hata watu ulikipita hivi na gari walikuwa wanalitoroka, wanasema huyu ni mtu wa shetani. Umeona shetani mwenye amemfukuza? Wewe ni wa shetani. Alikuwa kuja kunywa damu yetu hapa. Nikatoka, ni kitu ilinivunja moyo. Na nikaenda nikaongea na bishop wangu Harrison. Nikamwambia this is what has been happening in my life. Ndio we started the process of myself, understanding myself. Ndio kumbe nikakuja kujua I come from a foundation, a stronghold, a family that is a stronghold. A family that is of General Waroinge mwenye alianzisha Mau Mau. From then nikaanza kuchimba walikuwa nani.
Kumbe ndio nikakuja nikapata ule mama anakuaga hapa Banana anaitwa Wagari. Tumetoka kwa guka mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. And in our family tukajipata there is a place tunaendanga, tunapanda, tunafika hapo. Tukifika hapo kitu inatokelezea, unarudi chini, because there was a limitation that was operating in our life. Lakini sasa hiyo limitation ikikuja na how understand the word, unasema niko roho negatumia kala kilo wira goko katumia ka unodaugire rira gokire goko unodaugire hiyoragia ka kala ganyakanwa. Sasa unaekelea mama mwenyewe na unasema ni shetani na unasema ni mrogi. Kumbe wewe ndio mrogi, wewe ndio mrogi, wewe ndio umebeba uchawi, because you never understood the foundation of your family. You never understood limitation. Ukinagia pesa siga na ukaharagana Sara ukurana gari siga na kana ne pesa siga na onyita gogwo ukashoka hali ade. Jiulize, ni pesa gapi inashikanga hivi? Ukishika ka 10,000 hivi unajikuta huko chini, ugonjwa inatokea, kansa inatokea, family marriage inaaguka, kazi unafutwa, kwa sababu kwenu umewekewa limitation ya 10,000. Ukipata 10,050 lazima kutokea kitu itakula hiyo 10,000 na hiyo 50 na ikule zingine 10 kama 20. Ndio wakukanye, wakwambie tunakuonya kwa mtu kama wewe na mtu aliye na tabia kama yako ya kutaka kupita kiwango ambacho uliwekwa. Those are the limitations you are operating. Kuna mtu anakuambia alifungua kanisa yake iko na miaka 20 na iko na watu 10. Wakipitisha kama ile ya Wakorino wa zamani, walikuwa wakifika 12 inavujika. Wanaweza ikivuliwa anaenda hivi ikifika tu 12. Kwa sababu the founder hiyo mkoli ya Korino inaitwa Musagetau hapa Kabati. Limitation ilikuwa 12 disciples. Ikipita tu hapo kanisa inapasuka. Na wanapasuka na mapaga. Hata kwa independent saa hii ndio wameanza kufuguka. Walikuwa naenda mapaga hapa, wanajiita mapita. Haleluya. Wanajiita wao ni mapita. Kama hodika igerero hali igoro kama hodika jie. Kwa hivyo the foundation ya kanisa ilifoundiwa na nini? Kwa sababu kosi ya vita za independent church inakuanga kama hodika. So who are the founders of the church and why was the church founded? Na mizizi gani? First of all, they founded a church so that they can fight a mzungu. So it was a rebellious church. Ni kanisa ya rebellion. Kwa sababu walipanga wakaona Catholic ni ya mzungu. Anglican ni ya mzungu. Hii ingine ni yangeneza yao. Na ndio wameweka misalaba 3. Kamoja kamienda hivi, kingine hivi, kingine kamienda hivi. Sasa unajiuliza hizo sasa zilitoka wapi? Na ya Yesu tunaonaga ni moja, although ni kuambiwa tunaambiwa. So it is a process that was initiated out of rebellion. That is, unaendanga kuinuka, wanaenda kushika nje vizuri, wanapasuka. Wanaenda inuka vizuri, wanakuwa timu mzuri. Unakuta wanasema mpaka president wanaweza kuleta Kenya hii na aongoza, lakini wanapofika tu kujaribu kufanya hiyo idea, kanisa unakuta inafita. Unakuta kuna bishop Muheria na kuna bishop mwingine na kuna bishop mwingine. Unakuta kanisa moja iko na mabishop 4 na kila bishop anajulikana huko kwa sheria house. Kwa nini? Kwa sababu wamefika kiwango ambacho hawaruhusiwi kupita. Sijui kama wewe umefika kwenu, labda umeambiwa hamtaolewa, hamuolekagi. Unaenda unaoa kabibi kazuri, kasmata because kakitu. Sasa ile mnaanza mnakuwa na mtoto wa kwanza, mtoto wa pili. Ndio unaanza kusikia karoho kanatokelezea. Aidha karoho kanatoka na mama ama kanatoka na baba. Baba anaanza sasa kunyemelea mama ya neighbor. Ama wewe unakutwa tu kibahati baya. Na ni kimutu tu mlikuwa naye wakati ulikuwa shule. Kibahati baya tu mmekutana naye hapo kwa barabara, umeshikana. Najua ile magneto bado inakuga, si ndio? Sasa hiyo magnet inakuja kibahati baya tu, unasalimiana. Sasa jamaa anashikilia tu mkono, pastor toka. Acha nishike pastor, unajua nikishika mtu hapa mtasema pastor. Sasa nimeshikilia mtu sasa ndio ile. Matoko maige.
Hii kawagira kalili ate. Sasa hiyo naye mzee ndio ule ndiye anakuja. Kibahati mbaya na mzee hapitagi hiyo njia. Na mimi nauliza umekaa wapi? Anasmile. Na mimi nasmile. Na mzee kutoka pale anakuja akijemelea, anaangalia. Hata ongea. Na anapita na anaenda. Na yeye kwa sababu unaogopa mzee, harakisha unabia, wewe ni tokwalia, wewe ni kuhurira thimu, unakimbia nyumbani, ukifika nyumbani higo washoka. Higo unawalekia umalaya wako. Kama mnogwa, na mnaanza unaanza kupishana, kidogo unakula risirapu. Na doa inaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lazima ikuwe vita. Mnaweza kusafiri utoke hapa, msafiri muende South Africa. Ukifika South Africa, mimi nigojeke ama ugojeke, imesemekane urudi nyumbani, yule abaki huku. Ukienda kurudi huku nakuta ashapata mtu mwingine. Shida ilikuwa kali sana, nikaona afadhali nipate mtu wa kusimama na mimi. Kihiko kinaaguka. And that is the end of it. You will never recover it. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna limitation either upande ya mama ama upande ya baba. Na ikiingia hiyo inakuzuia, kuna kiwango hamfai kupita. Kwa hivyo that's why you need to understand what is the formation of your family. What is the formation of your business? Unashikana na mtu biashara kwa sababu umemkuta ako na biashara, anasema contribute shilingi yako 1,100 uweke hapa ununue shares tuendelee. Lakini kumbuka, ndio hiyo waanze hiyo biashara. Walianza biashara na shamba. Na hii shamba walianza nayo walikuwa ni shamba ya kifamilia. Katika hiyo familia waliconnive pamoja, wakanyonga mtoto mmoja wa familia kwa sababu hakuwa amezaliwa na baba. Haleluya. Wakaenda wakauza hiyo shamba, wakatengeneza pesa, wakaenda wakafungua supermarket huko Mombasa. Na sasa wanaambia watu tumeflow kwa market, inaitwa capital market. Kwa hivyo people can invest in this supermarket. And you start investing in the supermarket. After some few nasikia imekuwa Nakumatt boom, inapotea. Kwa nini? The foundation. How was it formed? Hebu angalia, tuchukue mfano wa hiyo supermarket ya Nakumatt. Ilianzishwa kule Nakuru, ilikuwa inaitwa Nakuru Mattress. Kisha baadaye walipobarikiwa, mzee mmoja mwenye alikuwa driver ya huyo Atur Shah, ambaye alikuwa anaitwa ni Kenyanjui, huyo mwenye taskis anaitwa, there's a name is called. Yeye ndiye alikuwa driver wa huyo Atur Shah. Wakati wa kuritaya akaambia Aturu, sasa mimi nataka kwenda nyumbani. Aturu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Akamwambia nifungulie tu supermarket hapa Naivasha. Akaenda akafungua ka supermarket ndio kanaitwa Tusker Mattresses. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ikilipuka na hii kalipuka ikapanda, zilipanda pamoja, hii ikapanda na hii ikapanda. Naye huyu wa Tusker Mattress akaita brother yake, wakafungua, wakacontribute, wakachagia pesa, wakajenga hii Tusker. Naye huyu akafika akaona, kwa sababu tumekuwa wengi sana, wacha tuchukue nini, tutengeneze branch nyingine tuite Naivasha Mattress. Ndio wakafungua Naivas. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ile ilianza kuporomoka, Nakumatt ilipoanza kuporomoka, hivyo ndivyo Tusker ziliporomoka. What was the foundation? Wakati huyu mzee wa Naivas alipojua imeanza kuporomoka, akashika kampuni akaipatiana, akaiondoa kwa mikono yake. Na the day aliondoa ikaondoka kwa mkono yake, tumemuzika hapa Renata wakiwa na bibi yake. Walikufa, tulizika mmoja with this week, the next week mama naye akarara. Wote tukaeka huku Renata. Sasa inaraniwa na watu wengine who are not part, ndio umeona mpaka logo zake zimechange kiasi. Naivas ukiangalia imechange kwa sababu haiko kwa mikono ya wale walianzisha. Kwa hivyo limitation ilikuwa watajirike, kama vile Aturu alianzisha akafika kiwango ikaporomoka. Huyo mwingine mzee akakuja akafika kiwango, saa hizi familia wamepigana imeporomoka. Na hii wakati waliona huyu ni kukufa, alikufa, si atakuporomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So those are the things that you need to understand when you are doing your spiritual warfare. Because they are tied. Your spiritual warfare that you are going through is tied. It's connected
to the challenges that you are facing in your life. It is connected na hiyo kazi umeandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza kuwa umefanya kazi, umetajirisha, kwa hiyo unataka kwa mzogo. Huyo mzogo labda amepata pesa mingi out of you. Na ukitoka tu useme umedesign mzogo anakuja mpaka kwako anakurudisha. Kwa sababu you are carrying, kuna anointing fulani uko nayo. Lakini hiyo anointing ina benefit yeye. Ukienda kukubenefit unachikwa na kiugonjwa fulani ama kikitu ama unasikia kuna chuma fulani imeibiwa na wewe ndio utakatwa. Na huyo anasema hata ajui wewe ni wewe trustee wa kampuni, lakini kichuma kikiibiwa anasema hata hataki kujua na anakuweka na unasikia amekuweka ndani. Na anakuja tu ukilipa anakurudisha, anakwambia pole mzee, pole. Unajua hii ni mambo ya shetani. Pole mzee. Anakurudisha kwa sababu wewe ni magnet kwake. There are people who are living with others as a magnet of wealth, but them are very poor. Kuna watu unaweza kutembea na huyu mzee, milango yako inaenda ikifunguka, lakini mpatie 500. Kesho atalala kwa baa, hautamuona tena. Nini? Kwa sababu anaondoshwa asikule hiyo pesa isimfaidi ama hiyo baraka isimfaidi, because kuna limitation, kuna kitu kimefunga. Those are the things that we call spiritual warfare, vita vya kiroho ambavyo viko na hauvioni, vinatembea kwenye familia yenu, vinatembea kwenye damu ya familia yenu. Unakuta kwenye familia kuna kiugonjwa mpaka tumekubali witoto kuwaga ni mwalimu wa chukari na comfortably witoto ragoneke ni mwalimu wa chukari, and you admit na unasema hiyo ndio ile Kenya hii ya wito. Wengine wito tothiana na accident o mwaka ne tothikaga mundu family kwangania last year mweri wa 10 kuma mweri wa 9 nginya wa 10 neno nginya goko kugethikwo mpaka unakuta familia mzima imejipanga kuondoka. Mwezi wa 10 unakuta kuna wamejipanga kiplani, kwa sababu hujui kama ni mimi, kwa sababu unasikia kwa hata nego kwa last month ndio na tarehe wito leo huko. Alafu kidogo nasikia mtoto wako ameanguka na alikuwa amebebwa na boda ameanguka. Unaanza kusema basi kwa sababu hakukufa could be mimi next. Unaanza kujiua. So now you start giving in because the fear imepandwa. Fear is the greatest foundation of your challenges. Fear is the greatest. Kufia, unafia unaona kama mke wako ni mrembo sana anatogoswa. Unafia mume wako unaona ni mrembo sana labda ako na mpango ya kando. Unafia unaona kama watu watatajirika ama hiyo kampuni yako watu watakuwa, ama wewe ni pastor unaona Pastor Dorin kwa sababu anahubiri hapa, unaona Pastor Dorin hako dunia kanida. Sasa unaanza kupika Pastor Dorin. Na kuna watu wameletwa kwa maisha yako kwa sababu ni uvikingi vya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wameletwa wakiwa vikingi. Kwa hivyo shetani ataanza kudili na vikingi. Sasa unaona Dorini mtangu jamani. Sasa unaanza kukatafutia njia ndio yakatoka. Ndio nasikia kuna watu wengine kwa kanisani wanainuka na maombi. Likabaka chachatana, lina mafunga, lina makaya makondo, rabashaka yaka, ni kusambaratisha, na sambaratisha Wamboi, na sambaratisha anatulingia, na sambaratisha. Sasa unakuta Wamboi na yeye hajui kusambaratisha ni nini. Yeye ndiye anakuja hapa. Praise the Lord. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Hiyo ndio anajua tu. Hajui kuna kusabaratishwa. Asafinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asafinywa. Na nini tu mnaenda tu twende Sayuni, twende. Kumbe kuna mwingine hapa. Finya Sayuni. Nini mnaenda Sayuni? Na mkiangalia nasikia kameanguka. Kameenda. Nasikia babu anachoka, anashindwa kukuja kanisani, hataki hiyo kiroho ya kutupenda. Na ukimwambia twende kanisani unasikia ameanza kuitaitwa na huko ije. Saa kidogo nasikia hapo yeye ameenda kienda. Wanajua hiyo kikigi wamengoa. Wanashika Elizabeth. Na Elizabeth nakuja naedewa naekelewa kiskado. Wamengoa. Sasa utakuja wewe hawakugusi mpaka dakika ya mwisho wanakuambia sasa sema. Unakuwa nasema fulani alienda. Si ni kumaanisha ni wewe mbaya.
wewe ndio mbaya. Sasa hiyo ndio unaanza kusemekana huyo pastor. Unaona venye anachekaga na wanawake, analalaga na wao. Sasa wamefika level ya kukumali, wameanza sasa, make sure huko kwingine wamedisorganize kila mahali. Sasa dakika ya mwisho, because the target was not Elizabeth, the target was not Wamboi, the target was you. But because you are not prayerful, haujui kuomba, hauendangi milimani, haufungi, you are unable to discern when they started. Because when you see them acting, it did not start yesterday. Haikuanza saa hizo, ni kitu kilianza. Whatever we see in the physical manifested in the spirit first. Hallelujah. So everything that you are seeing, everything that you hear in a church, sometimes church kama hii ndogo, tuko na challenge mingi sana, because we are in a class kufundishwa how to discern, kufundishwa how to understand the foundation ya nyumba kama hii. Foundation ya nani? Sisi kanisa tulianza na nani. Maombi ambayo tulifanya tukidirect through what? How did you start it? So that you can understand how deep are you? How strong are you? What are the kind of foundations that are holding you? Hallelujah. So understand, kama ni marriage yako ilianzaje? Was it a coincidental marriage? Najua kuna coincidental marriage. Ile uliforsiwa tu, wazazi walikuja wakasema kwa sababu niokolile mno wanakutafutia mwanamke, wanakutuchikanisha na huyo mama. Kuna wengine nilikuduga mimba, sasa lazima ukae kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana Anita. Bwana Yesu asifiwe sana Anita. Kuna wengine ulidugwa mimba, sasa inabidi tukae pamoja. Kuna wengine tumedate miaka 6, miaka 7. Na hiyo ya kudate miaka 6, miaka 7 sometimes inakuanga dangerous. It is good because you understand mtu. Lakini sometimes business, kwa sababu kama ni wewe nataka, nitakuwa mhambo. Ukinituma niletee hiyo tissue na kuletea. Until nimekunasa. Na nikikunasa ndio utajua simba marara. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utajua nini? So it is not good for you kudate ati ukitaka kujua mtu, ama kuoa mtu umweke kando, alafu the most important and critical part ni kuomba, so that the inner person, the real person can come out. Bwana Yesu asifiwe sana. Pray for that person, where the inner, uchochee the inner that person, umchochee kwa maombi mpaka achomoke, ndio ujue hii ni nyoka gani. Kwa sababu kuna wanaume wengine wanaweza kunyenyekea for 6 years kwa sababu wanasikia wewe ni virgin, wananyenyekea, lakini wanaendaga kwa nakula kamchere, wanakuja kunyenyekea. Naenda kwa nakula kamchere, anakuja na nyenyekea. Naenda kwa nakula kamchere yake, anakuja na nyenyekea, mpaka siku atakushika. Sasa ninakwambia stupid nonsense. Hiyo kisugu yako mingi peleka majego, kisugu yako mingi hiyo. Sasa unakuta amegaruka mtu mwenye alikuwa anakuita home darling, oh baby, oh you are so special, you are so nice, when I see you my heart paragasha, when I hear you lakini wacha hiyo akunase. Omba mpaka uweze kujua ni nani huyo. Omba ukiingia kanisa kama hii, omba mpaka ujue kanisa hii ni ya ukweli ama si ya ukweli. Omba ukipatiwa kazi, umeajiriwa, ujue hiyo kazi umeajiriwa ni ya ukweli ama ni ya watu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uweze kuunderstand, because unaajiriwa kazi kwa kampuni fulani, kumbe hiyo kampani ya umeajiriwa ni watu ya lesbian na wengine ni magay. Ukikaa kidogo unapatiwa to promotion, because wewe ndio target, sio kazi, wewe ndio target. Ni mama anakupatia, unakuta CEO ni lesbian. And wewe ndiye ana target. Anakupatia tu promotion, to favor, to nini. Kana ikivia lift unapatiwa lift. Unaona sasa ndosi wangu ni mzuri, ananipatia lift. Tuingie shopping. I want to do some shopping. Come and help me. Anaingia huko anakuambia also pick yours. Naona pick. Akienda kwa fedha. I went to career Taveta Road, and I found a nice clothes. I thought this could fit you. Unaona bosi yangu ni mzuri. Sasa mwingine anakuambia we having a trip to Mombasa.
Then mnaingia na kulipia ndege, unashika kai. This is God. Hallelujah. This is the work. This is the work of God. This is the hand of God. Unalipiwa ndege, unapelekwa huko. Unapelekwa huko, unalipiwa, kunaitwaje? Huko beach inaitwa Sandy Beach. Sandy Beach ama ni what? Whatever you call it, hizo mahamika kubwa kubwa. Unapelekwa huko. Huko kidogo, unaambia have a glass of wine, don't mind, on my bill. Ujai meza glasi kama ni Anita, ajai anaonaga kwa picha ama kwa TV ikipita huko. Anasema, alafu najua wine ni katamu. It is sweet. Ni kama kasoda ya Fanta. Najua sasa amekuja na hiyo ukamba yake yote. Anasema ni kama kasoda ya Fanta. Anaambia mesa ikula ingine. Anakula ingine kama ni soda ya Fanta. Anaambia kula ingine, anakula ingine ni soda ya Fanta. Sasa ya tano anaanza kuona watu watatu. Akiona nyumba inaanza kwenda hivi. Anasema what am I seeing? What am I seeing? Am I seeing? Are we in Kenya? Oh, you are in Canaan, Galilee. Sasa kuona dunia ikienda hivi. Sasa mama anampeleka kwa room. Sasa hujui ile kitu atakuwekea, kwa sababu ni kitu wanawekeangwa. From there unakuta sasa yeye ndiye anadai, yeye ndiye anauliza boss, tunaenda lini? Mimi nasikia nataka. The same as men, unakuta umerarwa na wewe, mpaka wewe sasa ndio unapigia huyo mtu amwita baby sweet ni aje, mpaka unaenda harusi, unampropose kufanya harusi ndio wazazi wajue tumeoana. It is not common. It is a spiritual. It is something that is spiritual. There must be something, an implication that is spiritual ambayo imewekwa ndani. Na hiyo ndio kitu nataka kuambia. You cannot be able to understand it until you pray. You cannot make it through to understand what kind of a man you have until you pray. You cannot get to understand what type of a woman you have in your house as a wife until you pray. You cannot get to understand wale watu umechagua kanisani kama viongozi until you pray. You must be able to understand them. Jesus had 72 ambao walikuja kama disciples, lakini walichujwa mpaka 12. The same thing happened to Moses. Walichujwa, and when Gideon had 32,000 men to go to battle, God told him, appeared to him, to the angel, akamwambia, this battle you will win as a man, not as a community. Na akamwambia ndio ujue, peleka hawa watu mtoni. Wakakuja wengine kama ng'ombe na wengine wakakuja kama watu. Wale walikuja kama ng'ombe, akaambiwa weka kado, na wale wengine weka kado. Akajipata kuna watu 300. Wale walikunywa na mikono vizuri, wengine wakaambiwa rudi nyumbani. Eventually kidogo ndio hiyo, akaambiwa hata 300 wafanya hii. Wakafanya test gile, bado wakachujwa, wakabaki watu 10. Eventually alibaki yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. He won the battle as a man, because it is not by mighty nor by power but by the Spirit of God. That is why you are told that you will triumph over snakes and scorpions and they will not hurt you. And that only can be able to happen if you understand the word of God. And you can only be able to understand the word of God not by reading the word of God, but by praying, to be inspired by the Holy Spirit to understand the word of God. You cannot understand the word of God. Hili novel, it is a novel like any other. Ukiichukua without the Holy Spirit in you, it is a novel. But when you are inspired by the Holy Spirit, ile ufunuo utapata kutoka hapa inakusaidia kusonga mbele. Inakusaidia kujua vitu ambavyo haukuvijua. Angalia rafiki yako ambaye mnatembea na yeye, ni mtu aina gani? Kwao wametoka wapi? Kuna mtu unaweza kushikana na yeye upatane na mikosi tupu. Mikosi, ukifanya kitu inafanyika. Ukienda hapa kitu inafanyika. Ukienda hivi kitu inafanyika. Mikosi baada ya mkosi. Na ni kutembea tu na huyu mama, unatembea tu na yeye. Kutembea tu, hata hakuna kitu zaidi mnafanya, lakini kushikana na yeye tu kidogo tu, mikosi, accident, nini, watoto kuojeka, nyumba kufugwa, kila kitu. Kwa sababu kuna battle, kuna vita anapigana nazo, na inaonekana ni kama akikuja karibu anakusambasia, mnaanza kupigwa vita pamoja.
Kuna vita unaweza kupigwa kwa sababu ya huyu, kusaidia huyu, gari nyumba yako inachomeka. Kuna mtu unaweza kuta ako kwenye vita vya kiroho, labda ni Mungu anampelekea kwenye jangwani. Mtu akiwa kwenye jangwani usimsaidie. Ukajua tu mtu anapitia kwenye jangwani, wachana na yeye, usimsaidie, kwa sababu Mungu hasaidiangwi kazi. You must go through jangwani. And jangwani, to understand the jangwani, kuna jangwani tatu. Kuna jangwani ambao wewe mwenyewe umejitakia. Kuna jangwa ya Mungu na kuna jangwa ya shetani. Jangwa ya mchi yako kujitakia na ya shetani ziko na matatizo yake yanafanana, kwa sababu they don't have the grace of God. Lakini jangwa ya Mungu iko na neema ya Mungu. Kuna maana, utapatana na maana. Bwana Yesu asifiwe sana. What will not happen, you will not find anything to keep, but you have something to sustain you. When you are through the jangwa ya Mungu, there is grace. You must see things will be happening, but not to the fulfillment of your desire. Not what you want, but at least utakula, tungo utapatikana, kanyumba katapata, karenti katalipwa, kila kitu unakuta, things are just happening. But yako yeye kujipeleka kwenye jango, wewe ulijipeleka kwa sababu ya umang'aa yako, kama kwa sababu ya ujuaji yako. Hiyo ni punishment ile ambayo alikuwa akisema God will be punishing you. Na is a God of what, Wambui? God of vigilance. Nega iwe hageria, nega iwe kureheria, nega iwe marakara. Jehova munene anasema his voice thunders. Unajua kudhanda ni kufanya nini? Ni mgurumo ina nani? Aliguruma metarakwa ile ya Lebanoni ikang'oka. Forest mzima ya metarakwa ikang'oka. Is a lightning, the voice of God lightning. Ikianguka hapa inapasua hii nyumba. That is the voice of God. He thunders. When he makes decisions, it is irreversible. Akisema itatendeka, inatendeka. Wengine tunasema Mungu wa maajabu anatenda. Unajua kutenda, sasa tenda. Ulimtendea Abrahamu, tenda. Ulimtendea Joshua, tenda. Ulimtendea nani, tenda. Sasa unamwambia venye atatenda. And that is why we fail in prayers, because most of us, the prayers we do prayers specified with prediction, already wanting God to do what you want him to do, not allowing the Holy Spirit, not allowing the will of God to be done in you. So most of us, we do prayers commanding God to do what we want. Hallelujah. Eti kwa sababu aliambia, unajua tunaruka story, ndio nilikwambia the foundation is very important, because most of us tunaruka story. Tunasema venye alitendea Joshua, venye alishindania Joshua vita, hivyo na mimi nishindanie. Ndio Joshua apatiwe kazi. Alipitia wapi? Alipitia kwa mashida mingi. Wewe kwa nini unataka shortcut uruke? Kwa sababu umeokoka sana. Ama wewe si binadamu wa siku hiyo. So it is important for today that we may be able to learn and to know what is happening. To finish here, so that nataka tuingie kwa maombi. Tuvunje leo, tutavunja maroho, tunavunja ngome, tunavunja vitu ambavyo vimekuwa vikiingia kwa maisha yenu. Lakini kumbuka, nitakufundisha jinsi ya kuvunja. Kuvunja si hata nisileo saizi na niseme kuvunja. Kuombea pepo ni tofauti na kuvunja madhabahu. Hello? Kuombea pepo toka is different na kuvunja nini? Madhabahu is a process. Pepo naweza kuicommand, I don't need even to pray. I need just to pass by. Nipite karibu na wewe, pepo itoke. Because the pepo ita-identify huyu ni mtu wa Mungu na itatoroka. Lakini madhabahu, hata ukue mtu wa nani, hata ukue wewe ndio unaogeaga na Mungu. Hallelujah. Ujai kutana na pastor ambaye anatoa upako, anasema I command cancer in you to get out in the mighty name of Jesus Christ. Hiyo tu anakwamba enda akakani upimwe. Unaenda unapimwa, daktari anakuuliza what happened? What happened? Sababu walikupima juzi, tena wamekupima hauna. Nani pastor? Alafu angalia ile kiatu amevaa. Imekaa kama umeenda imefungua mdomo hivi.
na upako yake yote. Kiatu ameweka carton. Nani amewahi kuweka carton kiatu huko chini? Soro imeisha, unaweka carton. Nani amewahi kufanya hivyo? Hallelujah, thank you. Mimi nimewahi kuweka hivyo. Kuna kiatu ilikuwa ya moccasin, ilikuwa ya brown, na ikumbuka. Ilikuwa na kiraka ya brown, ya yellow, ya green, yani ilikuwa multicolored shoe. Alafu chini kwa sababu ya kukuliwa nilikuwa nimeweka tile. Sasa kiatu ilikuwa mzito kuliko mguu yangu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa na upako wa kufanya kitu, but huna upako wa command things to happen, because you are under an altar that is limiting you from success. Kuokoka ni tofauti, kuwa righteous ni tofauti na kuwa huru kutokana na madhabahu ambayo yamekushika. Madhabahu ya Yesu mwenyewe ilibidi apitishiwe kwenye sinagogi. Ukiangalia historia ya familia ya kina Yesu, wote walikufa a premature death. Toka kwa Juda panda kwenda juu, kutoka kwa watoto wa Juda kupanda. Uangalie hiyo familia yote, they all died a premature death. Meaning Jesus, being a son of God, did not stop him from being crucified as a young man. You need to understand yourself, what is you are going through. Umeokoka, hiyo ndio process ya kwanza, na ndio Jesus trained people, akawafundisha jinsi ya kuomba. Ni maombi 3. Akamwambia pray and tell what? Pray and you be answered. That is the first prayer. So ukiomba na usikie hakuna mtu amekujibu, akasema tufanya nini baada ya kupray? Seek and you will do what? You will know. So after praying, hii maombi tunaomba sasa hapa, tutaomba tuombe, na ukisikia hiyo kitu haitendeki, haifanyiki, ujue kuna mlango umefungwa. Wakati unasikia maombi yako hayapenyi, ni kumaanisha kuna mlango umefungwa. That is why you need to go and seek. Uende utafute mlango ilifungwa na nani, mlango ilifungiwa wapi, mlango ilifungwa kwa nia gani, kwa sababu gani. Hapo sasa si maombi, ni kuenda kwa familia, ni kuenda kwa kazi yako, ni kuenda kama ni kazi imefungwa, anza ku understand. Wakati Mungu alikupatia kazi ya kwanza, how did you do with the first job? Kama ama kwenu mkipatiwa kazi inakuaga namna gani? So that is where you come prayer number 2. But prayer number 1 is praying. We pray all of us. Let's tuombe. Hata ile ya kusema baada ya kuna watu wanaobaka 7 times, wengine 21 times, wengine 79 times. Hallelujah. Ukisikia haipenyi, sasa ujua milango imefungwa. That is now the time you are told to go and seek. To understand ni nini inazuia, niki kiragiria mahoya mama penye. Todo no ginya hakoro hari kindu kiragiria mahoya. That's when you go now to the doors. Milango ya kifamilia, milango ya kikazi, milango ya marriage, milango ya kila kitu. Now understand to know ni nini. So that from there as you know, once you know ni milango, ni nini, mlango gani ambao umefungwa kwenye familia yenu ama kwako. That is when now you don't pray, but you go, you knock. How do you knock? You knock with an altar. You knock with a sacrifice. You go and knock in the house of the Lord. Unaambia Mungu, nimekuja kwa sababu ya kuvunja madhabahu haya. Hallelujah. Hallelujah. I know many people don't understand that. Why Jesus told them, pray and you'll be answered. Seek and you will find. And then lastly, knock and the door will be opened. So meaning when you seek, you will know the doors. Then once you know the doors, you will knock. You knock with an altar. Because it is an altar that closes your door. It is the altar that closes your marriage. It is the altar that has closed your business. It is the altar that has closed your ministry. It is the altar that has closed everything that you are doing. So you will, after seeking to understand, that is when you will go and raise an altar. So that you break down, you go back to the Jeremiah 1 verse 9 and 10, that see this day I have given you power over nations and
kingdoms, to overthrow, to destroy, and to do what? To uproot, then to plant and build. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu. I hope today tumeelewa kitu. Wangapi wamebarikiwa? Wangapi wamebarikiwa, including the late comers also? Najua mbarikiwa. Mungu awabariki sana. God bless you. You are good people. Tunawapenda sana. Hallelujah. Na ngoja wasimame Pastor Doris. Ni Pastor Doris eh? Ndio tuendelee kazi. I know to be understand to some extent. Na umefaulu kuelewa how to do your spiritual warfare. This topic nitaiendeleza next time. Then we'll be able to understand. I want you to commit. Wamboi and our sister there. Let's do a deep worship. Nataka tuingie to deep worship. Just communicate with your maker. Sio lazima usimame hapo umesimama. Ukipata mahali pa kupiga magoti chini unaweza, ukipata mahali pa kulala chini kumesafishwa, sakafu ni nzuri, unaweza. Ukitaka kulala, yani whatever you want to do, do it. Go to deep worship, deep worship. Usiingie to pray. Sasa wachana maombi sasa. Let us seek. Maureen, what is this that is hurting your family? What is this that has been hurting you? What is this that has been hurting your children? Let us now get deeper to those challenges that are in your life. Ask now, search now, ask God. Seek from God. Hiyo utapata ufunuo. Leo kabla tutoke hapa, kila mtu hapa atapata ufunuo. Ni nini imekusumbua? Na hiyo tutaanza kuivuja. Kabla tutoke hapa tutaanza process ya madhabahu. Si haiishi leo. Nikikuombea kwa sababu ya madhabahu ya kwenu. Usiende ukianza kusema niliambiwa na mchungaji, sasa najua itaweza kutendeka, ninaanza kununua magari. Hapana, it's a process. Kuna mtu anaitwa Naman. Naman aliambiwa aende kwa mto. Aliambiwa aende kwa mto. Ndio alikwenda mto maile. Wewe sababu beta mkwaje. Ni Naman. Naman akaenda akaambiwa aingie ndani ya maji mara 7. Mtumishi wa Mungu ndiye alimtuma na akamwambia mara 7. Ni kwa nini aliambiwa mara 7? Akatumbukizwa mara ya kwanza. One generation ikaenda. Akatumbukizwa mara ya pili. Second generation ya shida ikaenda. Akatumbukizwa ya tatu. Another generation ikaenda. Meaning there are challenges we have in life that need not once but several times. So you might be under a generational curse of 7 generations or 3 generations or 4 generations. Then umekuja leo tumevunja generation moja. You have to come again. Tuendelee kuvunja mpaka wakati utaona you are free. Kuna watu hapa wako na generational curse ya miaka 500. Those are about 10 generations. And then you come here one day na ukasema maneno iliisha. Bado haijaisha. Siwezi nikakudanganya itaisha. Ila kitu kwambia it is a process. Kuvunja madhabahu is a process. Hallelujah. It is a process. That is why you are told to seek. Ndio ujue ile shida ambayo unaipitia ilikuwa na shoshomu gani, na ni shosho ilianzia na shoshomu gani. Ni shosho huyu immediate ama ni huyo mwingine ama ni huyo mwingine ama ni huyo mwingine. Ukiona kuna mashosho 5 walikuwa na hiyo problem, ujue ni hiyo ni 5 generations ama 10 generations. Sasa unajua unapambana na shida ya generations kama 5. Hiyo sio kitu ya kuja useme ati hiyo kitu imefanyika mara moja. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mapepo nitasema pepo toka na itatoka. Hallelujah. So I'm waiting for you. I want you to surrender. Shift yourself, connect yourself with the Holy Spirit. His ear is ready to speak to you. Invite the Holy Spirit to come to you. Invite alika Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Aingie ndani yako. Holy Spirit.
Yes. Pata nafasi nzuri, pata nafasi nzuri, ujipeleke mbele za Mungu. Ask him to reveal himself, akuonyeshe what he is. Holy Spirit, Holy Spirit, welcome you. We welcome you. Holy Spirit, we welcome you to come here. Come and roll on, Holy Spirit, Holy Spirit, yes, we welcome you. We welcome
worship. There's no other God apart from you. Thank you because you are our healer. Thank you because you are our God. Hallelujah, our Savior. We give you praise this afternoon. Give you honor, Almighty God. There's no other God beside you. You are Lord to be honored. You are Lord to be worshipped. You are Lord, Lord. There's no other God. My God Almighty. Tuendelee kuomba, mwambie Bwana. Pray with an understanding. Pray this God with an understanding. Vile tu tumeambiwa, muite huyu Mungu kama Mungu wako. Muite kama Mungu Mwokozi. Muite huyu Mungu like your healer. Tell him you are my healer. Sina mwingine wa kuniponya ni wewe Bwana. Sina mwingine wa kuponya marriage yangu. Sina mwingine Bwana wa kunikomboa. Sina mwingine wa kukomboa familia yetu. Ni wewe pekee Baba yangu. Ni wewe pekee Mungu wa rehema. Only you alone. Oh God, tell him to be on your side. Akutetee na akupiganie. Mwambie fungua roho yako. Mwambie wewe Mungu ni mimi hapa. Kwa sababu umeniita. Baba yangu niko hapa, sina baba mwingine. Kwa sababu umesema hakuna mwingine wa kuabudiwa. Na umesema ni wewe pekee Baba yangu. Wewe umejaa nguvu na mamlaka. Niko hapa this is the day that the Lord you have made. This is the hour that the Lord you have made. This is the church. This is the pastor. This is the church. These are the people that God you have made. These are the pastors that Lord you have made for me. Blessed be the name of the Lord. Mwambie Mungu, tell him you are my sustainer. Since I was born, I am here today. Since Lord you saved me, niko hapa kwa sababu ya upendo wako, kwa sababu ya rehema zako. Umejawa na rehema. You are Lord, my God. Your grace is sufficient. You are my Father. I worship you, Lord. I bless your holy name, Jesus. I thank you for the day that I have lived. Thank you because I'm going to live many more days. Thank you, Lord. The Bible says in the book Psalms 1:8 that we are not going to die, we will live. Endelea kumwambia Bwana, because he is here with us. The Bible says when 2 or 3 are together, he is in the midst. Jesus, you are in the midst. Call upon the name of the Lord. He is here to deliver us. He is here to heal us. He is here, this God. Oh my God, he is a merciful God. My sister, my brother, he doesn't look at the age. He is God for us all. My Father, my Karima Sekerida Dotaye, Makaraboda Masekerida Mashanda, oh, Nekerida Namayande, Kerida Saye,
Jesus. Holy is the name of God. Oh my God, I worship you, Jesus. I worship you, my Father. I know, God, you are going to deliver me. I know, God, you will deliver my children from every kind of altar, from every kind of altar in my life. I know, God, you are able to do abundantly, more than I can imagine. I know, God, you will do it. Oh my God, mwambie Bwana, fungua roho yako, ingia ndani. Mwambie yale yamefichika kwenu, yale yamefichika kwa roho yako, yale huwezi hata mwambia mchungaji, yale huwezi hata mwambia mama yako. Mwambie Yesu ako hapa. He's available. God is available. God is here with us. I worship you, my Father. Mungu amekunenea mara nyingi sana. He has spoken to you many times. But what to do? Some are given ministries. Some will get married. God has spoken many things in your life. Mwambie leo, mwambie Mungu, ninakuamini. I believe in you. I believe in your word. Because in the seed that God is planted in my life, I know it will germinate. I know it will grow because I'm watering it. Hallelujah. Hebu mwagilia maji hiyo mbegu imepandwa na wachungaji. Ile mbegu imepandwa kwa maombi. Umepanda. Mwambie Mungu, niko hapa leo, ni mwagilie maji sasa. Nataka ikue ili Bwana wa majeshi. I want to see the fruits. Makarina zokorina bayanda. Ekere mazaya. Endelea kumwomba.
Oh yes, thank you Jesus. Sai, endelea sasa kutubu. Mwambie Mungu nimetubu sasa kwa sababu ya familia yangu. Mwambie Mungu nimetubu yale baba yangu na mama yangu walifanya. Ile mimi sikuelewa, hiyo ilifichika huko na hatukujua. Mungu ninatubu dhambi. Mwambie Mungu, mimi nimetubu yote. Kitu yoyote ilipandwa kwa shamba yetu, kitu yoyote ilipandwa kwa maisha yangu, na mimi sikuelewa. Wazazi wangu na walikufa na sikujua. Mungu, I pray, I repent, I repent, I repent, I repent. Mwambie wewe, mwambie akusamehe, kwa sababu sasa ni wewe unataka matunda, utakula matunda yote sasa. Hey, repent. Repentance is breaking every yoke. Repentance is going to break every yoke. Mwambie Mungu nisamehe mimi. Mungu nisamehe, nisamehe. Kwa sababu ukinisamehe, the power on the cross. Oh my God, rimasakarina yanda. Ayasekerina yanda. Ilifanywa mengi, lakini sikuelewa baba yangu. Ilifanywa na shosho yangu. Ilifanywa na maebuka. I did not understand. I did not know. Now we are always afflicted. Tuko kwa mashida sana kwa sababu ya yale yote Bwana imelifanyika. Oh my God, oh my Father. We are not going to pay any guilt of our fathers, because that is what the Bible says. Let us repent. Let us repent. Yale umefanya kwa maisha yako. Uliingiana na mambo si mazuri. Hata wewe kabla uokoke, una maseke ninayanda. Ukapanda madhabahu fulani. Hiyo mambo uliingiana nayo si mazuri. Ulipanda madhabahu fulani. Ile wewe hukujua ulipanda. Sasa tunaomba Mungu atuelekeze kwa njia zake, ili tuweze kuelewa tutafanya nini. Muite, seek God. Seek God. Seek him, seek him, seek him. Tell him. Mwambie Bwana, ninataka sasa unielekeze kwa njia zako. What to do now? Because I want to break this altar. I want to break and destroy all that has been done, that I did. Yote nimefanya, Bwana wa majeshi. Mwambie sasa, kwa sababu we are here to seek God. We are seeking God, my sisters and my brothers. Everybody is here seeking God, not any other business. We are seeking this God. Ili atuelezee, atusaidie kuelewa destiny zetu ziko pande gani. Tuelewe where Lord is, where our blessings are. We cannot understand without prayers. Hallelujah. Rimasakaridayanda. Makeridayanda. Maisha yangu nimeteseka sana kwa maisha yangu, na sijaielewa nitaenda njia gani, sijaijua nitafanya nini. My God, I have been prayed by many pastors, oh my Father, lakini sijaiona nikibadilika. Today I have come to seek this God. Nimekuja Bwana kutafuta, because I know you'll be found. The Bible says when I seek God, he will be found. I want to thank you Jesus, because you are here in the midst. Uko katikati yetu, uko pamoja nasi. Tubu dhambi za roho yako, tubu yote. Mwambie Mungu nisamehe. May you wash my heart, cleanse it by the blood of Jesus. Nitakase, mimi ni mwenye dhambi. Mimi Mungu, the Bible says in the book of 1 John, if I say I am not a sinner, I'm lying. So today, let us repent. Mwambie Mungu, mimi sijui, hata nimetenda dhambi na masikio yangu, nimeongea na mdomo yangu, nimeongea mambo ya madhabahu, nimeongea mambo ya wachungaji, nimeongea mambo ya wazazi wangu, nimeongea mambo mengi.
nisamehe Baba yangu, ili niweze kuendelea na kuvunja hii madhabahu ile imenisumbua hii miaka yote. Oh my God, Masaka, ikikusumbua inaendaga inasumbua watoto wako. Kwa hivyo ni vizuri tumeelewa as early as now ati Mungu ako na haja na maisha yetu, ako na haja na maisha ya watoto wetu. Oh my God, mwambie Mungu, nitakase kwa sababu wewe ni mwema. Nisamaharidai, nihurumie tu kwa sababu ya vile mimi niko. Orimase. Pamoja nasi. The Bible says that his ears are not deaf. Kwa hivyo anasikia. Ukimwambia ndio huyo anasikia. Ukimwambia Mungu nifanyie hii atasikia. Kwa sababu Biblia inasema his ears are not deaf. Hata uwe kwa shimo gani mpendwa, Mungu Biblia inasema his hand is not short to save. He is here to save your life. He is here to save my life. He is here to save my children. He is here to save your relatives because he is true. Biblia inasema alitoa Daudi kwa shimo, hata sisi atatutoa kwa shimo. Kwa sababu ni vizuri kujua neno la Mungu in truth. It is good to pray with an understanding that this God is a true God. This God is forever, ever, ever. He is already there. He is there for us. Oh, Masekaridai, mwambie Bwana, usimuogope kwa sababu ni yeye Mungu. Na hakuna mwingine tutapata. Huyu Mungu alitoa watoto wa Israeli huko Misri, na sisi atatutoa kwa hili shimo. Shimo ya pombe, watu wetu wanakunywa pombe. Shimo ya usherati, watu wako na tamaa nzuri. Atatutoa kwa hizi mashimo. Shimo za ufukara, Mungu anatazakeri Masaya, atatutoa. Mwambie Mungu sasa, nitoe Bwana. Sasa ninatamani Bwana unitoe. Oh my God, nitoe kwa hii shimo. Ulitoa Daudi. The Bible says, ulimutoa. Yes, ulitoa Daudi Bwana. Alikuwa kwa shimo na hatuelewi alikuwa kwa shimo aina gani. Lakini sisi tuko kwa mashimo, hatujielewi. Hatuelewi maisha yetu. Oh my God, have mercy upon us. Have mercy upon our people. Lord, have mercy upon me. Have mercy, Lord Almighty. Nitoe kwa hii shimo ya ufukara. Nitoe kwa hii shimo ya kulewa. Toa watoto wetu. Toa mababa zangu. Toa my sisters. Kule kote wako. Toa my relatives. Wameingia kwa mashimo. Ama Sekerenai. Watoto wetu wamekunywa bangi. Tunaomba Mungu awatoe. Oh my Father and my God. How mighty is your name. You are God forever, you will remain. You will never fail your people. Asante kwa sababu uko pamoja nasi. Makarida Sekerina Mayanda. Ni asante sana Mungu. Kumbuka hata hukusoma kwa sababu ya vile baba alikunywa pombe. Enda mbele za Bwana. Mtajie wale watu nataka watolewe kwa shimo. Mwambie niko na hawa. Wataje na majina. Taja mashida zako kwa majina. Mwambie Mungu, nitoe kwa hii shida. We are so limited by these altars. We are so limited. Wow, rimashandarai. Wanajitolea na line. Oh God, oh my Father. But Jerusalem, the Bible says, Mungu akasema, hii haiwezi cholewa kwa sababu baba yangu, oh my God, you love us so much. You love your people. Oh God, Messiah. Hatuwezi wekelewa. Hatuwezi, we cannot be limited. We cannot again. Enough is enough. One day enough is enough, my God. Enough is enough, my Father. In the name
of Jesus. Enough is enough. Nimeteseka sana. Kutoka kuzaliwa nimeteseka. Watu wetu wameteseka. Oh, nami nimeamuka. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu, kwa sababu yeye ni Mungu, si kama mtu. Oh yes, he's not a lie. He cannot lie. He's not a human being. Akisema atatubariki amesema. Akisema atatuinua amesema. Akisema yeye ataponya, ataponya. Yeye ni Mungu. That is what the Bible says in the book of Numbers. That he's not a man, he should lie. Oh my God. Ni shida gani hiyo? Ulikuwa unafikiria Mungu hawezi? Ni shida gani hii? Unafikiria Mungu hawezi? God is able to do what you cannot imagine. Mungu ataweza tenda hata yale wewe huelewi, hata yale wewe hujui. Mwambie Mungu, mwambie Bwana, ministry yangu ninakuhitaji Bwana. Kwa kanisa ninakuhitaji. Oh my God, I rimasakarida. Oh yes, I will not be limited by anybody. I am not going to be silenced. The Bible says that Bartimaeus was not silenced. I cannot be silenced anymore. My people have silenced me. I cannot be silenced again. I cannot be silenced. Siwezi kubali kunyamazishwa tena. I will shout them all. I will shout them all because my God is in the midst. Jesus, you are with us. Nitakwambia yote leo kwa sababu ninajua you are able. My God, masakarida mayanda. Katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, sasa mwambie, nimekataa kufungiwa njia. Nimekataa kufungiwa milango. Nimekataa kufungiwa. Mimi nimekataa. Baraka zangu ziko in Nairobi. Nairobi is my city. Nairobi is my city. My Kenya is my nation. A good nation. A nation that produces. A nation that is fruitful. A nation that is why my blessings are here. I am going to be blessed. There is no limitation. One more time. There is no limitation in my life. No limitation to my children. Nimekataa. Hawatafungiwa na mtu. Nimekataa. Warogi hawatafunga. I refuse limitations. Mwambie Bwana, mwambie Mungu, nimekataa kufungiwa tena. Bartimaeus alikataa. Oh, Ramasakaridai. The Bible says Bartimaeus refused. Mwambie Bwana, this is the time now, God, to help us, to let us know our destinies are where, to let us know how to break these limitations. Oh yes, we must understand how to break them, because by prayer nothing is hard. By prayer nothing is impossible. Endelea kumwambia Bwana, wewe ni Mungu, sitawekewa mipaka tena mimi. Warogi hawatawezana na maisha yangu, wakaguzi hawatawezana na marriage yangu. No one, no sorcerer will talk about me. No sorcerer, no diviner. Oh yes. Mwambie Bwana, mwambie yote. Yeye ndiye muweza yote. Si mchungaji muweza, lakini huyu Mungu ni muweza yote. He's able to do it. He's able. Oh my God, amasakarida. Rekerina mazaya, rekerina makota, okina mayanda, kina mazakarida. Yes. Bible says you are a breaker. Endelea Bwana kunivunjia, endelea Bwana kunitayarisha, ili nielewe Bwana nitapita njia gani, ili nielewe Bwana nitafanya nini. Oh my God, ni nini hii inanifungianga milango? Ni nini hii nikianza business siwezi endelea? Ni nini hii Mungu? Ni nini Bwana? Seek him. Muulize Mungu, ni nini hii kwetu? Hata tukianza tu, oh my God, hatuende
mbele yangu kwetu Bwana. Oh my Father, my God, oh my Sakaridai, wewe ndio unajua ni wapi hapa kumefungwa, ni wapi hapa hakuendelei vizuri, ni nini hii kwetu watu hawaolewi. Oh my God, Harima Sakaridai, Bartimaeus refused, Bartimaeus akakataa, akasema siwezi kubali tena, mimi I cannot be silenced again, I must understand, I will seek this God, I will seek my Father, and I will know Masakaridai, I will understand where to start, I will understand what to do, because my God is true, He is not like a man. Yes, because God is true, He is a holy God. Masakaridai, Makarina Mayanda. See, God is here to be found. He will be found of you. He will be found of this altar. He will be found of your church. He will be found. God is very true. He will be found in the worship team. He will be found in the intercessors. God will be found if you seek Him, my God. Oh my Sakaridai, Nakarina Zakuliena Makachigani. Ukiingia hii unafukuzwa, ukiingia hii upendeki, ukiingia hii Sarikarina Mazaya. Those are limitations. Those are the limitations we are asking God today. Mungu wetu, mama yangu wa mbinguni, Makaridayanga. Few minutes mwambie, in few minutes mwambie tu, mwambie sasa niko hapa, nimejiwachilia kwako sasa, nimejiwachilia utende nami. Yes, let God's will now be done. Let God's will now be done. In the name of the Lord Jesus Christ, let God's will be done in your life. Let God's will be done in your children, in my children. Let God's will be done in their marriages. Oh my God, in their education. Watoto wetu Rimasakaridai, Makatara Mazekeridai. Oh my God, nikianzisha kujenga nyumba haishi. Kwa nini? Oh my Father, now let your will be done, because you are Father. Makarina Mazekeridai, Nina Masekerina Mayanda. Oh my God and my Shakarida Mayanda. Katika jina la Yesu Kristo, I give you praise and I worship you, because you are my Father. Makarida Onterina Shandarikana Mayanda. Nakuri Mazekeridai, Ninakura Mazaya, Ninakuabudu, Ninakuheshimu, Ninakarima Zakarinai. Basi wewe ni Mungu. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.
So how do I protect my mind in spiritual warfare? How do I protect my mind from spiritual warfare? You can protect your mind from spiritual warfare when you recognize the enemy goals, not the enemy, but the goals that the enemy has. Anakuelekeza wapi? Mafanikio ya adui wako ni gani? Mafanikio ya adui wako anataka kufanya nini? Anataka faulu kutoka kwako. When you understand the enemy's goals, that's the beginning of winning in a spiritual battle. But you need to understand that the battle will come in personal attacks. Hallelujah. It does not come in a community. It doesn't come in a family, but it comes in a personal attack. Anything that will happen in your life, it will only come in personal, not as a family. When Gideon was told to go, aliambiwa vita atavishinda kama yeye. Number 3, know that you have protection from God with spiritual armor. That is why we are told to wear the spiritual armor. Full armor. Full armor, Ephesians 6. Number 4, remember you have a weapon, the sword of the Spirit, the word of God. Use the sword of the Spirit, which is the word of God, because that is the weapon to fight, the weapon to conquer in a spiritual warfare. Some of the enemy goals in the book of 1 Peter 5:8, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. The verb prowl here is the Greek present tense, which means a continuous action. So the tricks of the devil are continuous. Ni kitu ambacho hakisimami. Ni kitu ambacho hakikuji kwa ghafla. It is something that has been there.
It is a continuous process, something that has been existing, something that has been happening. When they want to destroy your destiny, when they want to destroy your ministry, when they want to destroy your marriage, when they want to destroy what you are doing, it's not start yesterday. It started from long time ago. And when you start it now doing something that they are opposed to, they will bring a lot of challenges so that you can run away from what you are starting. Hallelujah. Therefore, because of that, and having known that, ningependa kama uko na jambo, we came here to break the curses, generational curses, and all the challenges that have been affecting you. Naweza kusogea mbele sote. Kama uko na mchanga, kwa wale walisema wataendea mchanga kwao nyumbani, wekelea mchanga wako hapa madhabahuni. Kama una jambo na kitu ungetaka kiombewe, wekelea kwenye madhabahu, maana vita vya kimadhabahu vinapiganwa kwenye madhabahu. We do every battle at the altar, and we believe that the altar that we have gonna conquer that demonic altar in your life. Sogea mbele. Kama hauna kitu umebeba, unaweza kuja tukuze tu madhabahu. Kama umeshika zaka zako na sadaka zako, karibia tu madhabahu, karibia. Kama umeshika zaka zako na sadaka zako, Bwana ananiambia amesikia kilio chenu. Finally, brother, that the book of Philippians 4 verse 8. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellent, and if anything worthy of praise dwells in these things. It is most important that whatever you do, let the excellence of God dwell in it. Let the love of God dwell in it, because this God has something for you. To win the battles of your mind, Paul tells us to have our mind think about things from the list that I'm reading to you. Do whatever that is true. Being viable, reliable, you become viable, you become reliable, and you become honest. Don't lie at the altar. Don't lie to the altar. Don't lie to men and women of God. Don't lie to your husband. Don't lie to your wife. Don't lie to the community. Whatever is honorable is you become dignified. Dignify yourself. Make yourself worthy before God. Do whatever is right and upright. Just conform to God's standards. Live as per God's standards. It's very crucial, very important. Do not fear, for God is saying, I am with you. I will walk with you. Do whatever is lovely, pleasing, and agreeable. Do whatever that is pleasing to God and agreeable to God. Those are the conditions that you need to do so that you can do whatever is of good repute, something that is praiseworthy, something that is truthful, of highest standards, and something that is of excellency. When you are giving, give as if it is God you are giving, and it is that God has instructed you to give. Don't give so that I can see you or if somebody can see you. Be of the heart that understands, the heart that loves, the heart that cares, the heart that hears from God. Let your heart. If you have got something before you get to start breaking the altar, if you know that you've offended God, you are not right with God. I know for sure wakati tumepiga magoti yetu, we have conformed ourselves with the Spirit of God.
to walk according to the will of God. This is a time of your blessing. This is a time of your breakthrough, because we are breaking generational curses and the family foundations, and those things that have been holding you backward are being broken now. Lift up your hand as they are being broken. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I know you look at our hearts, not at what we have, not our positions, not our standards, but you look at our hearts. Despite the iniquities and challenges that David had, David was a man that was after your heart, because he followed the principles of your kingdom. Father, we need also, God, that you inspire our hearts to live right, to move right, to stand right. That any single perception of fear, any single dot of fear will never dwell in us. That any challenge that comes from the devil in form of fear will be defeated in the mighty name of Jesus Christ. That God, our hands as we lift up, we know our hands are dirty. Our hands are full of blood. Our hands are full of abuse. God, allow your blood, the blood of your Son Jesus Christ, to cleanse us, to unite us with your kingdom. Touch our hearts now. Touch our families, Father. We've come to seek you so that we may know which doors are closed. Today, Father, reveal yourself to us, that we may be able to understand what that is holding us from knowing and from making it through. I speak to this soil, that whoever spoke to the soil, whoever spoke to this soil and cast it, any word that was spoken against it, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Any word that was spoken in reverse to its progress, I reverse it in the mighty name of Jesus Christ. Any spirit of witchcraft, any spirit of backwardness, any spirit of poverty, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. You are the King of Kings. You spoke and the things happened. From day 1 to day 7, it's only your mouth that you spoke and said something happened. You separated the night and the day. You made man out of the soils. Father, we are here before you to speak to every soil that belongs to these children that have lifted up in the hands. Mchanga katika familia zao. Kila familia hapa wametoka kwenye familia zao, wametoka kwenye mchanga fulani ambao mchanga huo ulinenewa na wachawi, ukanenewa na waganga, ukatolewa madhabahu, ukainuliwa madhabahu ya kiuchawi na kiuganga. Kutoka sasa kwenda mbele, ninazungumzia mchanga huo popote ulipo. Natangaza kutoka sasa, neno la Bwana lasema hivi: mchanga, 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 lisikie neno la Bwana. Chochote ambacho umekishikilia, ambacho ni cha mtoto huyu, ambacho ni cha mtoto huyu ambaye ameinua mikono mbele za Mungu, kutoka sasa umpatie. Kutoka sasa umpatie utajiri wake. Kutoka sasa umpatie ng'ombe zake. Kutoka sasa umpatie familia yake. Kutoka sasa umpatie nyumba yake. Kutoka sasa umpatie kazi zake. Kutoka sasa umpatie huduma yake. Kutoka sasa umpatie baraka zake. Kutoka sasa chochote ambacho umekishikilia wewe mchanga, wachilie kwenye familia hii. Maneno ambayo yalinenwa na wazazi wa zamani, iwe ni grandfather, iwe ni grandmother, iwe ni great grandmother, wale ambao walikuwa miaka na mikaka, mambo walioyanena kutokana na majina yao, kutokana na itikadi zao na kutokana na madhabahu yao, kutoka sasa ninatenganisha watoto hawa na ile umbilical cord, ninaikata katika jina la Yesu Kristo. The umbilical cord of poverty, the umbilical cord of rejection, the umbilical cord of issues, the umbilical cord of
destruction ninaikata katika jina la Yesu Kristo. Laana inayoambatanishwa na maneno, laana inayoambatanishwa na majina ambayo tumeitanishwa nayo, kutoka sasa I renew every covenant ambayo ilifanyika kwa maneno ambayo yalitajwa kwako. Ninafuta maneno ya uovu, maneno ya negativity, maneno ya kiushenzi, maneno ya kiuchawi, maneno ya kurudishwa nyuma yaliyoambatanishwa na jina lako. Kutoka leo kwenda mbele, ninafuta maneno hayo, ninaandika maneno matakatifu ya damu ya Yesu Kristo. Kutoka sasa kwenda mbele, maneno ya jina lako, jina lako. Sema jina langu, sema jina langu. Kutoka sasa hautaitanishwa na umaskini tena, hautaitanishwa na magonjwa tena, hautaitanishwa na kafara tena, hautaitanishwa na wanyama tena, bali kutoka sasa wewe jina langu utaitanishwa na damu ya Yesu Kristo, damu ya ushindi, damu ya baraka, damu ya upendo, damu ya kufaulu, damu ya neema, damu ya baraka za Yesu. Wazazi wangu, sema wazazi wangu, iwe ni mama yangu ama baba yangu, uovu ulioufanya, laana unazozibeba, kutoka sasa ninajitenganisha nazo, hazitanifuata wala kizazi changu. Ninajitenganisha kwa damu, kwa kiroho na kwa kimwili. Chochote ambacho kimewaandama ninyi hakitaniandama katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Miguu yangu, kutoka leo ninajua ulikanyaga uchawi, ulikanyaga udongo uliolaaniwa, ulikanyaga mali iliyolaaniwa. Kutoka sasa miguu utaamrishwa na Mungu wa mbinguni, popote utakapoenda baraka zipatikane, umiliki, utawale na ushikilie kwa damu ya Yesu Kristo. Mikono yangu na kutakaza kwa damu ya Yesu Kristo. Kutoka sasa Biblia inasema mikono itabarikiwa. Kutoka sasa mikono yangu umebarikiwa. Pokea pesa, pokea mashamba, pokea manyumba, pokea huduma. Ubarikiwe, ubarikiwe, ufunguliwe. Fikira zangu ambazo ndizo shetani anatumianga kuniondoa kwa Mungu, kutoka sasa na kusafisha kwa damu ya Yesu Kristo. Kutoka sasa na kusafisha kwa damu ya Yesu Kristo. Ufikirie, uambatanishe na ukae na upendo na nia za Yesu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ulimi wangu kutoka sasa umekuwa ukinipotosha, lakini kutoka sasa nimekataa, hautanipotosha. Hautatumika kuniangusha, bali nitatumika kunena baraka kwa maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Macho yangu, chochote ambacho umekuwa ukikiona unanipotosha, kutoka leo nimekansel. Ninakuweka baraka na kuosha kwa damu ya Yesu na kuunganisha na msalaba wa Yesu. Uone baraka,
uangaze baraka na ufaulishe maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Mwili wangu ninaupatiana kwa Yesu Kristo kama chombo kilicho kisafi, kilichotenganishwa na madhabahu yoyote ya kishetani, iwe ni ya kifamilia, iwe ni ya mimi binafsi ama ya kidini. Kutoka sasa mwili wangu ni chombo kitakatifu katika ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Say I am blessed. From today I am not that person that they used to know. I confess that Lord Jesus is my Savior. Say amen. Mpigieni Yesu makofi. Pokeleeni sadaka zenu na mbarikiwe. Mikono hiyo ambayo imetoa sadaka ibarikiwe, na kukuwe na utulivu katika maisha yako na ushindi mkubwa katika maisha yako. Malaika wa mbinguni wakuongoze. Yesu na Roho Mtakatifu akuongoze kwenye njia zako zote. Upokee neema, upokee vibali. Mahali popote utakapoenda ufunguliwe milango. Ile milango ambayo ilikuwa imefungwa na ikajificha ndani, Bwana na kupatia ufunuo wa macho yako ukaiona na ukaweze kuifungua. Pata kibali kwa lolote utakalolifanya. Pata kibali kwenye familia, upate kibali kwenye mazingira yoyote yale. Wale ambao wanatafuta kazi, pokeeni kazi zenu. Wale ambao wanatafuta ndoa, pokeeni ndoa zenu. Wale ambao wanatafuta watoto, pokeeni watoto wenu. Wale ambao wanatafuta breakthrough, pokeeni breakthrough zenu. Wale ambao walikuwa rejected, pokeeni kukubalika tena. Let the grace of God always walk with you, succeed in every move you make. Na mahali popote utakapo ukakanyagisha miguu yako na upatajanishe upaite pako, patakuwa pako kutoka sasa kwenda mbele. Somebody say amen. Yes. Nainua macho yangu kuna ahadi watu walituahidia kuhusu chuma, kuhusu ujenzi. Kama uko na sadaka hiyo, ilete tu tuiombee. Saizi kuna hiyo neema ya kufunguliwa kwa maisha. Thank you Jesus. Simama tu kwenye madhabahu mzee. Sijui ni kwa nini unajitenganishanga na madhabahu. Na madhabahu tiki idakore wena leo. Miwa kigogona. Nwanyita. Ukaha hatika na kriwero shiraruta. Miwa kigogona na wikare kigogona. Ino tiki idharu wena idharu regi muno. Tina wo urudi yako siku kenei. Dreda wabarare todo ni ukwa barara. Tiko keme asiri ya ubaya. Nataka you are very big person. Namaka mudhuri wagiro kuroge twalithia kama sinde sigaku ohorerete agikuinagira nyimbo cia gospel. We murathime na kuma mothe ni ugwitikia we murathime no aka nyumba ya Ngai na ke Ngai ni wo wakira sande Ngai akurathime ugwa kare na mukona iguru one ugwa kare Terkena Ngai awokire terkena Ngai Amen. Thank you Jesus. Haya, uka. Whether waka mungale. Uka. Deda wokoroka.
Ndenda gwĩka atĩa arĩa mwandĩkaga sũrĩ mwandĩke ndenda kũroga mũthuri ũyũ nĩgetha mũkwenda tũroge mũthuri ũyũ oya moko na igũrũ ngũnie ndenda kwarĩria njohi no ndenda kũroga ũguo ũnyuaga ĩrĩkũ ĩtagwo atĩa ĩrĩa ũnyuaga mũthĩ ũnyuĩte ĩrĩkũ ira ũranyuire ĩrĩkũ rĩrĩa wĩrĩga kũnyua wanyuire ĩrĩkũ chang'aa nĩwe wanyua Tusker nĩwe ũhotaga kũnyua Tusker rĩu wacemania na mũndũ wahengeca ũkanyuaga Tusker ndenda kwarĩria njohi uga njohi kuma ũmũthĩ njohi nĩ njũĩwe matũ na wĩna maitho na wĩna mũtwe na kuma ũmũthĩ ũyũ ũngĩkatonya kanua gaka gakwa ciĩga ciakwa cia mwĩrĩ cigakũrega na cigakũrega na mbara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya. Ukanyua njohi wĩigue ngoro higo ciothe ciarehe thĩna kwĩ maũndũ mamwe no nginya tũregane namo na mbara tondũ mũthuri ũrĩ kuohohetwo na nĩ kĩrumi kĩa mamawe na nĩ kwenda atungatĩri arĩa megũkũ nĩ igana atungatĩri rũgamai haha ndĩmuonie ũrĩa tũgwĩka mũndũ wothe wĩĩtaga mũtungatĩri rũgamai haha ũka haha mũthee mũthuri ũyũ ohetwo nĩ igongona rĩa mama wao na tĩri mũnengerei microphone ũrĩa ngũhenania ũnjĩre he mĩario yaririo nĩ mama wanyu augire atĩa ajiria gamuye Kenya kadio hikati ya ukimudheri atike nimengere Kenya gadio ukimudheri oburugire joy ya ukimudheri na akijira na akenda gubia date se damutwalire nona zo kiriage kwa augire atĩa mĩario atigiria uga yaku nĩ ugire rute augire itatwarite Kenya kea uke uti ũndũ wa kũngĩkĩka basi atatwarite Kenya kĩa ũkĩ mũtheri gũtirĩ kĩndũ gĩake gĩkahinga mũthuri ũyũ nĩ billionaire ena mũgũnda 29-30 acres Karen athiaga kwĩhutĩrĩria ũkaumĩra iũndũ kwĩhutĩrĩria ũguo wĩna nginya borehole ona mũthuri ũyũ ũrathiĩ na tari ndĩ ũĩ ena mũgũnda mũrorongo araraga mũtaro mũthuri ũyũ nginya gĩa kũrĩa nĩ thĩna ĩka ĩmwe Karen nĩ mbeca cigana rĩu nĩ 70 times that 2.1 billion Beretia kũigua tha akiuga gũtirĩ kĩndũ gĩaku gĩgeka atĩa na nĩndirikanĩte naguo nĩguo guorari basi mũgũnda ũcio nĩ tũkũwĩtia na kĩgongona na nĩ inyuĩ mũkũruta kĩgongona kĩu nĩ inyuĩ mũgwĩka atĩa eha mũtumia ũyũ ũngĩ kuja hapa wewe kĩrĩpatia ũhoro ũyũ rũgama haha we mware you are under arrest mwĩtie mũikare handũ mũcokanĩrĩre mwarĩrio nĩ Ngai kĩrĩa mũkũruta mũcoke mũthiĩ mũgũnda-inĩ ũcio mũrũme tĩri mũũrehe haha tũwarĩrie tũhũre mũthuri ũyũ nĩgetha indo ciake ciohoke kũrutĩrwo igongona nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ bibiliko
in wa Hebrews tutasomea Hebrews 5 Hebrews 5 raka Hebrews 5 Soma Hebrews 5 kuanzia 1. For every high priest no muthĩnjĩri Ngai is taken from among men, is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. That he may offer gifts for both sacrifices and for sins. Who can have compassion on the ignorant and on who can have compassion on such a person? It is the high priest. No waitĩrĩirio maguta ateithie mũndũ ta ũyũ. Thiĩ na mbere. And on them that are wayward. Na arĩa matete mbaũ taya. For he himself also is beset with weakness. Hata nyinyi mko wachafu na wanafiki. And for this reason, he ought, as for the people, so also for himself. So you sacrifice for the people, hata kama haumjui, and also you sacrifice for yourself. So unaweza ingia hapa mudhurwa na utoe sacrifice kwa sababu ya mudhurwa, na mudhurwa iokolewe kwa sababu muthĩnjĩri Ngai ti pastor. Hallelujah. Muthĩnjĩri Ngai ti mũnabii. Muthĩnjĩri Ngai ti headman. Toireko. Nĩ wahenirie. Muthĩnjĩri Ngai ti pastor. Acha muthĩnjĩri Ngai ni amũrĩtwo athĩnjagĩre Ngai, ni muthĩnjĩri Ngai. Igongona rĩake rĩ no rĩkũre Nairobi ng'ima eika ũguo. Nairobi ona ndĩranindi gũtũkorwo involved. We arute igongona atwarire Ngai auwe nĩ ndahonokia Nairobi. Ũcio nĩ muthĩnjĩri Ngai, ti mũndũ oro ũguo. Tarĩu harĩ inyuĩ othe ndamũtũma wĩra, kũrĩ mekũhota na kũrĩ mekũremwo. Na ti kũremwo tondũ ndũrĩ ũkũgeria gũcigeria cikuonekana. Hau nĩho ũkamenyera kana we muthĩnjĩri Ngai kana we pastor. Hallelujah. Tuesday na Wednesday mugoka na sadaka yake. Bahasha ĩrĩkũ? Na tĩri mũke haha tũhore gathe gaka tũkarutĩra igongona. Ndetĩkĩra wakena tukanje mĩario ya mama. Mĩario ya mama ĩkanjagwo no the high priest only. No ũngĩkanja kana we athi maranĩrie na mama nĩ akuire. Nĩwanyita muthĩnjĩri Ngai no ĩno hoti ũcio. Hallelujah. Nĩhurũke mũthee. Nĩ ndĩragũra sapa ũmũthĩ. No ndigũkũnengera kaci kũnengera nyina ndonga. Mũrathimwo mũno nĩ mwaigua ũguo ndamwĩra. Yes. Kuna mtu akona maombi mengine? Wena ihoya na ũcoke kĩgongona-inĩ. Ucoke kĩgongona-inĩ. Ucoka kĩgongona ti gũcoka nyũmba-inĩ. Aca nĩ ũramenya ũrĩa ndĩrauga. Mũgambo wa kwarĩria thiĩ Mũrang'a rĩ, tabĩtie kwanja kuga atĩrĩrĩ nĩ ndĩrenda kwamba gũteng'eria mwana thukuru. Tamba ũthiĩ tondũ he mũndũ ũrenda kũhonokio na aga kũhonoka akua, mũrigo ũcio ũkaga kũrĩ twana twaku. Nĩkĩo ũrona twana tũkĩũra. Yarokire rĩu rĩ ũthiĩ ũnyite sadaka na kana kau ũkarehe haha madhabahu-inĩ Sunday. Sunday rĩ ũkamarehe haha. Mwana ũcio mũnene tondũ nĩ mwana wa kĩgongona na nyina nĩ mwana wa kĩgongona na cũwe we nĩwe mwana wa kĩgongo. No mũrĩ mbũra matũ, citagwo mbũra matũ.
mutiguaga muri juaji ciothe nyumba yaku ng'ima ina juaji theri mwaragirio wega muno kwanja kwaririo kwanyu ni very powerful tondu nginya mugambo mwaragirio na mugambo no juaji mutumia we mwingi mutige umanga baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ũraririkana mũtumia ũyũ wamũtũmire gwakwa tũkĩhoya mĩeri 3 tũgĩkũthaitha na tũgĩkwarĩria no gĩtũhe huduma ĩno nginya rĩtwa rĩrĩ Jehova rĩa huduma ĩno gĩtũhe na kumania na hingo baba nĩ tũgũtungataga no nĩ tũkũhĩtagĩria nĩ ndahoya mũhera nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ndahoya mũhera nĩ ũndũ wa kwaga gũgwathĩkĩra nĩ ndahoya mũhera baba nĩ ũndũ wa kwaga kũrũmĩrĩra njĩra ciaku baba twarĩrie rĩngĩ tũtongorie rĩngĩ in Jesus name amen. Mami unaitwa nani? Mary. Mary nani? Yaki kuli mantu kana kote mantu hakuna? Sawa, okay, mbarikiwe. Waimbaji waendelee, mbarikiwe. Kama kuna jambo mbarikiwe. Kuna chai tena ni nini mami? It's normal. Meisha. Oduli. Kenaragai.